Hey yo, what's up Tribe Mates? I go by the name Cultures and welcome to another amazing episode of Tribe 18 Podcast, episode 37. Niko na the one and only. Actually, what's up party people? Party people. Party people. Chiki. Lazima anze hivyo akiintroduce anything, upcoming show, kakitu fulani tu. The one and only DJ Ted in the building wanze. Wagwan. Siseme hivyo venye unasemaga. Wagwan watu wa nyumbani. Ando amusie. Yeah, what's up party people? Ayo si yangu. Yes ya man. Yeni jaba. Uko shwari jaba. Party people. Karibu to the set manze. Shukran sana. Welcome. Huku ndo tunapiganga makelele, watu wanasikia makelele zetu mbaya sana. Tumezoea kupatana kwingine. Tumezoea. Na mko na mafans big up. Shukran manze. Lakini wewe ndo mdeadly, unaona mambo yako pale hivyo yanaendelea. Unaona tu kuzitoka tu yani mkiwewe mdagi tu zetu pale zangu sasa yako top mbaya sana sijui hata sasa kuna DJ yako top Machakos mimi napenda hiyo consistency ya fulani yenye wanaiko huko YouTube hiyo ndo ilinijazz juu siku hizi nanda najiona huku natokea places tu hapa kule unabambika hadi unaweka link hivi natumia wase unaelewa na bado hujaona hii wiki mnatokea nyinyi wote hapo ile ile tulipiga huko du ile mta fulani bas must be nice hadi sasa tuko na kamkoba yetu ya Machakos Ajo mtaa wako na bebag kwetu tuko na kamkoba. Kamkoba ketu kana work fit. At least Machakos you are represented. Wasanii wanajituma alafu mnasema ni kamkoba. Gedeo. Tomorrow. Let's dive in manze to your story manze. So tell us manze. DJ Ted. Kwanza majina ya dini. Ted. Hiyo ni lazima. Sasa nitumia one bob. Mjina ni Teddy Mumo Wambua. So kumbe unakuanga mkamba ni kizungu unakuamba tunayo mingi hapa hivi. Wamusie. Karibu sana Wamusie. Tulia Musie. Sa Teddy umetokea mtaa gani? Teddy amezaliwa mitaa gani? Mimi ni born and raised in Masaku. My early years nilikaa pale Esto, Mudhini. Up to around 2004. Then mapero wangu kidogo ganzi kwa kiasi. Tukahamia pande ya Mumbuni, not Mumbuni per se, but just around Scott area. Yeah. Hani tunaweza kuwa tunatoka mtaa mmoja na sijui hadi. Hapana hatuwezi. Sawa, basi hatuwezi kuwa hakuna mtu anaweza kutoka mtaa yako. Yangu nao ni when you want goons guys, holler me. I got you man. Just holler me man. The place of goons. Yes, your place now inajulikana gatuna mambo mbaya. So ni goon. Gunzi. Gunzi. Ni gunzi ni forma yani. Hapo kidogo hivi pia tushaifanya hiyo maneno ya kulipa tunaenda kwa attack. Unaelewa tu mambo yetu. Top. So tano tano pesa mingi. Tutakutafuta nataka crafted dizoze hii mtaa mbaya sana. Na kuchukua kama na kurecruit first body. You have the looks of a goon so utakuwa so unasema tu natural na kazi. Yes, inaingia tunaweza ameniepusha na hii mambo. Okay. So kusoma ulisomea wapi mzee? Kwanza Raima nilisoma shule fulani inaitwa St. Teresa's. Ndo ilikuwa makulu. Kwa wale watu wa mata wa kitambo wanajua St. Teresa's. Ilikuwa area hapo hivyo Masmat. Where St. Valentine's is nowadays. Girls. But after a while ni kama shule kidogo. Iliisha. Mwenyewe alienda Mayolo. Na shule ikaisha. Aliomoka. Nimeomoka. Akawaambia wewe mimi hata kwanza shida za mashule bana. Money is all I needed. Good. So that's primary. Then high school nilitwa Meru School in understanding be men. Shule kubwa sana. Ngori sana. Understanding be men. Hiyo ndo school motto. Hiyo ndo school motto. Top schools ziko Meru hiyo ni the first. Kwanza wako na skani nyingine wa Noma. Hata nimeza ujina yake ilikuwa inaitwa Chopa. Ilikuwa Chopa ama ilikuwa inaitwa nini? Kitu kaa hiyo. Hiyo nganya skani ya sasa. Ilikuwa noma, ilikuwa na debe mpaka huwezi amini. So we used to go nini funkizo upande sasa.
So tulikuwa unapatana na hizo shule iko Boys, Meru. Kwani ulikuwa shule gani kwanza? Sema tu nilikuwa shule tulikuwa unapatana na hizo shule. Sasa chuo yao ilikuwa sasa unaona venye sasa mimi amenikaguni. Yao ndio ilikuwa chuo ya magun sasa. Hao walikuwa wana strike, wanaenda wanachukua shule next hapo hivyo ina strike. Wanaenda wanachukua wengine hapo hivyo wanachikanisha hivyo. So narada from that your concept narada that kuna wenye walienda groups of schools na kuna wao walienda schools groups. Sasa unajua Meru ni ka group of school by the way. Sisi tulikuwa shule. Unaona hizo shule za hapo shule tu lakini mko na nguvu ya vita. Unajua mko na nguvu ya vita lakini hamna nguvu nyingine ya masomo. Lakini no unajua sasa sahi huwezi ongea hivyo. Unajua back in my time wale walikuwa academic giants. Hata ukigo back uangalie hizo time yenye nilikuwa naingia hiyo shule ilikuwa shule top but I didn't stay there for long. It was a bit too far. Ku travel kwenda huko. Travel nini mgoro ujua kaanza kuvika nikikuja huko mazana eka gari yangu full tank twice jo twice ngori so after my form 1 nikitransition to form 2 akaniuliza unaweza taka kuchange shule nikakuwa like mbona akanielezea reason zake nikamunderstand nikamuuliza sasa nitaenda wapi akaniambia nataka kuingiza jiji mtaa Nairobi bana mtaa nani hata ungekuwa ningekataa take very fast bana jo ndio take me to my city starting nikiingia form 2 nikaingia pale Upper Hill School mpaka nikakuja nikamaliza. Uliingia Ngaruji juu hapa najua tuna Ruji. Niliingia Ruji nikiwa Meru School nikasambwa day 2 nikarushwa kando. Hivyo ndo nilimaliza mambo ya wacha nikuulize ushaikuwa 7 sio ulikuwa unacheza 7s let me that is in Meru School nilikuwa form 1 unajua sasa hizo enzi ilikuwa ngani ndio uko na status fulani ndio utambulike lazima pia uko mwanaume kuna venye ungebebwa jamaa wa Ruji na jamaa wa table tennis nini watu tofauti sana kabisa manze so hiyo time bado kulikuanga na zile yani wanaume ni wanaume so ndio ukwe at least na ile inaitwa street cred so niliingia yani unataka kukua kama mimi sasa unajua mimi saa mimi lazima I had to go the hard way manze good hapo day 1 nikakuwa fit nikajambia kumbe naweza fanya hiki kitu day 2 nilipigwa kitu nitanga stool si niliwaambia tizi ufanye hata mimi nimepiga tizi Ruji nilipiga kidogo hapana hapa siwezi survive pia mimi nikaona it's very hard nilipigwa stool kwanza alafu nikainuliwa bado nikaekwa kando nikaamka tu nikajikaza hadi prako ikaisha but nilitoka hiyo field nikijiambia mimi siwezi ni ngumu sana itakuwa ngumu na sasa hiyo ni tizi na hiyo ni tizi tu uje ingie kwa field upatane na at that time tena mtu akikuangalia hivi haizi sema ushaicheza Ruji unakaa tu mse wa table tennis unajua sasa after hiyo pia nilikuja nikarealize mwanaume ni akili kupunguza thorax punguza thorax mwanaume ni akili ngori so mimi nikachorea hiyo story at that time pia Meru School walikuwa wanaenda sana against Kangaroo School na hiyo time walikuwa sasa wao ndo kusema rangi sasa ilikuanga bedhe tulikuwa tunapata mimi nilikuwa mvoti kama mlisikianga Ruji manze tulidominate ya Machako ngam so tulikuwa tunapatana na Kangaroo hapa na kuna netango hadi ile ya pale Kadhiani sasa pia walikuanga wameweza mabodini kama watu walikuwa wanatolewa from somewhere tu so unacheki hiyo imenishow yani miaka yako bado iko nini wewe bado ni baby boy iko tu sawa back in the days Meru School na Kangaroo ilikuwa jina kubwa sana hiyo nayo ilikuwa na venye umeniambia hapa ulitambua na rugby back then hapa ilikuwa inatambulika basketball so basketball ilikuwa Upper Hill na Laser Hill ilikuwa East Africa ilikuwa either Upper Laser Hill ndio zinaenda East Africa boys alafu madem ilikuwa Buruburu Girls ama shule fulani ya Coast it was just Shanzu or something so hiyo ni back in the days but sasa back then pia tulikuwa Upper Hill kulikuwa principal hiyo time Mr. Peter Orero alikuwa ngamsee sana ako invested in sports so Orero alifika mahali pia naye akaingia into politics sasa yeye ni MP wa Kibira nice so venye sasa unaona with time tu pia
kila mtu akona priorities zake. Principles wanakuanga na strategies. Exactly. So mwenye aliingia next aliingia na rugby sasa. So kapata ndo alikamnaye. Kitambo mazee hapa ilikuwa noma. Kwanza football kwanza wacha hata niongee bragging rights. The one and only engineer Michael Olunga Ogada. Was my captain. In high school. In Upper Hill. Unaona? Uko na namba yake. Saizi nikumbuka lakini ashainituma mkate. Lakini saizi nikumbuka. Lakini siku moja tutapatana. Alikuwa juu yako ama chini yako? Alikuwa mbele yangu, Serious ukituma mkate lazima ukue. Sasa yeye ni captain. Kulikuwa na nitango aje hii bullying. Shule kama hizo bullying ilikuwa in Upper Hill hapana. Lakini shule za mtaa sio kazi kwa. Okay, back in Meru school ilikuwa top. Ilikuwa noma. Lazima ungetambua shule za Ocha bule niko ile kabisa, lakini siku ya admission watu walikuwa wanatolewa makobwe buna uko na paru. Ndio mtu anapita tu yani anakuambia welcome to siniko unaambiwa the jungle ama uelewi ni nini. Yani wewe unajua tu hapa ni Vietnam unabalia hapa. Na bado hatujapatana kwa dom. Huko ilikuwa nayo survival for the fittest. Unaona? But again pia Meru school ilikuwa ni ile para ya as in they walikuwa waneka academic excellence so high. Unarada. So ilikuwa ngadi kuna marks fulani ungepata ka form 1 unaambiwa usikuje dom. Kwa hata kukuja dom kwetu hadi ulikuwa unatolewa, unaambiwa unapatiwa like mara kaa 2, ulikuwa utapokuwa umeperform manzi unafukuzwa. Na unafukuzwa na wanafunzi wenzako. Sasa hiyo ya usiende dom ilikuwa yani ni kabisa yani wale wako mbele yako. Ukiingia ile unaingia ka form 1 mnaambiwa kama wewe form 1 kuna zile marks zenye unakubalika kuwa nazo na zenye yenyewe zinakanika ulikuja shule kucheza kukaa tu nde jumono kwa. So pale form 1 nakumbuka time yetu ilikuwa kaa ukipata below B manzao usikuje dom. Ufai B. So hiyo basically unaambiwa wewe preps zikiisha wewe baki shule usome, wewe baki class usome. Na ilikuwa serious but haikuwa tiki mchezo. And then sasa ikifika kufunga shule siku ya mwisho kulikuwa na bottom 10 na top 10. Sasa hiyo si ati ya dom, hiyo ni kila mtu. Staff mpaka macook kila mtu ako kwa hall, walimu, principal, alafu wanasema form 1s mnaitwa top 10 sasa hapo kina mcultures nini. Alafu kama wewe ni mtu wa mchezo bottom 10 mnaitwa nyinyi wote hapo. I'm telling you ukienda ukanyage pale juu bottom 10 hiyo embarrassment inakunyorosha. Hautawahi kuwa bottom 10 tena. Unaona tu kila mtu yani tu. Basi watu wanapatana na wewe pale kwa aisle kwa hiyo nasema ndio ule fala. You know. Alafu kwetu ilikuwa kurudi shule mapema. Ulikuwa na supplementary. Exactly. So ungekuwa uko top, siku nao top 10 ama au wako chini 10 au wako bottom 10 ama bottom 20. So mlikuwa mnarudi shule like 5 days before watu wengine nomo. Ndio ni msome kwanza then msome kwanza. Na sasa hiyo ni shule imeallow hiyo. Na siwe peke yako form 1 form 2 form 3. Nyinyi mlikuwa nyinyi ndio mlienda shule, mimi niliattend. I just attended. I attended school. Ulipitia juu kwa kupitiwa. But that doesn't mean I wasn't good. I actually was amongst your top 10 till hadi KCSE. Makofi kwake. Because mimi nilirudi actually mimi nishairudi chuo kama mwalimu. I did 2 years as a peer teacher after high school. So I was si ati nilikuwa hiyo lakini hiyo zenu ati mnarudi ati wiki moja before ama nimekuwa bottom. I never experienced that. Na kwa bottom unakuwa bottom. So form 1 mini I attended iko boys. So kwa bottom 10 nikaa si wote tuko na C-, C plain na C+. Si kitu yani ni serious juu watu kaa 200 watu wako na B+. Yani watu kaa 20 ni nyinyi mmebaki tu mko ni nyinyi mnakaa tu mko dogs. Supplementary. It was very bad. So mnakuja 1 week earlier. Alafu unajua hiyo 1 week ukirudi shule si tutakuona. Juu utapitia town tu tutakucheki. Alafu hiyo siku kwangi siku ya super. Unajua siku ya kurudi shule kuna ile shule. Manze kuna venye unaenjoy hiyo company. Mnaenda huko mnafanya mambo mbaya. Una story ya kuchangia. Wapi no. Because unaona hadi going back to school, back in Meru school ilikuanga a form in itself. Kuenda shule na ama kufunga shule. Zimkishapatana pale tiru mnagawana Meru school tunaingia kama ni bus. Hiyo time kulikuwa na bus fulani inaitwa Sunbird. Na nyingine inaitwa Ken Silver. Sasa hizo ndo zilikuwa zinazoza hizo matime.
hiyo ni slow but sure. Hiyo na utapiga 9 hours on the road. But sasa iko na enjoyment mbaya. Juu mmegawana basi nusu tunaingia wasewa form 3 east. Alafu sasa kuna mademu wa shule nyingine. So ni mingling. So 9 hours tu hapo ya kuambia na uongo ni mingling wanaitanga usherati. Hapo hivyo ndo una fall in love in the first time manze unaona msichana hivi uko like time with msichana tulipendana. Do you believe in love hiyo in first sight? Do you? Love at first sight. Love at first sight. Ambo hiyo ni story ya I think inakuanga tu. Wacha answer. Love at first sight. I believe iko kwa watu wengine. Wewe kwangu yes. Amesijai kuwa na love. Wewe tuonane mara kadhaa nione. Iko ni ati ukicheki msee hivi una clock hivi always we end up kwa disappointment in my opinion though. Most of the time. But kuna wasee inajipa. So yako hakuna yenye ishai work out hiyo. Love at first sight. Siko sure hata kama shai kuwa nayo. So uje crush ya mtu hivyo ukaona ukasema ngai nimekumaka. I think unajua nishai this is a story nikiwa kampo. Kuna babe fulani alikuwa mali kuruka. But sasa approach ilikuanga kidogo inanisumbua. Especially kwa sababu tulikuwa in different courses. So yeye alikuwa anafanya econ, that's economics. So nikajiambia siku moja ile siku nitapata chance. Nitabonga naye na nilijiambia si ile ati napata naye kwa street. Najua tu universe in its own way ikituleta pamoja create something somehow. Na ili happen yani wewe ulikushayeka somehow itakuwa if you are meant to be. Aju sasa mimi si mtu wa kuweka ati mapenzi nisumbue akili sasa. Niko na vitu zingine za kufanya. But kai itajipa ikikosa shauri yake. So ikakuja ikajipa. Common unit tuko na yeye pale. I'm seated here, she's next to me. We say hi nini. Hiyo class ilikuwa sijui hesabu sijui ni calculus. Kuna shule unasikizanga hapo. Wewe ni kuangalia brown thighs hapo tu. So story banta nini. Mimi pia nime maintain my cool. In the middle of the class nikaona the phone is ringing. Simu venye contact imesaviwa pale. Nikajua hii imeenda. What did you see? Love of my life. Niliona tu emoji fulani hapo. Nikajua hii wanga mbaya. Hapa iko. Ikakuwa tu ni hivyo. So later after like 2-3 days tukapatana sasa mess. Unajua sasa mimi nilisomea na huko coast. So mostly then ukiwa form 1 ukiwa first year uelewi ati mazabi. So tuko na kula dynamics. So nimeenda na mabeshte wangu nimekaa mess tukakaa on opposite nini kwa table same table. Sasa unajua mimi time hata sina shughuli na yeye. Mimi tumepiga story. My time naona yeye amesimama amekuja hapo mahali mimi niko. Kanaambia nimeshiba. Ati sasa niko nataka umalize chakula yangu. Aliza surely. Unaambia story ya chakula. Wewe ungejua chakula nataka. I have different priorities. Chakula ilikuwa inaleta chakula. Unaelewa lakini chakula ni kama ijui inataka kukuliwa. Mimi nataka chakula. So ikabidi tu nimechora nikamwambia tu weke memory wangu. But at that time pia manze chakula ilikuwa ni noma. Iko ati nikaa sahi ati unaweza kula venye ati 3 meals bado ni kusurvive. So hapo tu ulieka you are cool at the highest level. Mimi maintain tu mimi nishaona my emoji. Haiwezi nikamwambia. So wewe ni mtu wa if hiyo kitu tumetoka hatuwezi rudi tena like haiwezi fanyika kitu tena. Ebu expound on that sijala. As in si kuna hiyo mlikuwa na hiyo period together. Then wewe uko na nini then mkaachana like for a period like 1-2 months hivyo. So ijipate tu tena mnaweza rudiana. Ama you just believe ikienda imeenda. Sasa unajua hata siku hizi watu si ati unapata tu mtu amekaa tu nde amegojea ati the perfect one. Siku hizi watu wanaibiwa kwa watu watu wako na watu. Hata mke mama lakini hao watu wamewaeka tu hivyo careless. Unapita na mali. Let's comment on that lakini unapita na mali. Ile kitu iko ni ati mimi nikiingia kampo
nilikuanga now before ningie campus sasa nilikuwa na first love ule mwenye tulisumbua na kampuni high school nini welcome to that so before niingie kampo nilimuita tu Canon kamshow unajua ni aje mimi kuna venye hiki tunaona itakuwa ngumu mimi nilienda coast yeye ako Nairobi mimi niko naita long distance man kuna mtu fulani hata yeye hapa hivi unaona so mimi nikiingia si long distance si shida mimi naweza fanya long distance mtu akiwa Busia utakuliwa I have chances lakini mtu akiwa Nairobi ngori manzi yako kwa Nairobi unataka mfanye hebu tueleze Busia kuna chance gani sijui kwa mshahara like Busia chances za kugongwa azinsi mingi ziko lakini si ile mingi sana lakini Nairobi watakutolea Nairobi watu wako people are good there and they know how to talk and they have money so nyinyi mnangam sasa hii mnaongelea sahi na hiyo ni over 10 how many years ago around 10 years ago bado Nairobi was Nairobi but sahi Nairobi ni Nairobi ni wow ngori banze so mimi nikiingia kampuni ilikuwa ile nao so mimi naingia tu focus nini nikipata mtu we are building something so venye hiyo time mimi bado niko ile bado naangalia my choices niko na options back to your childhood sasa what is your earliest memory yenye it has stuck with you till to date my earliest memory actually this is something most people don't know nikistay mudhini tulikuwa tunakaa ina hiyo keja ilikuwa ni zile unapata ni nyumba moja but iko separated so zote ni 3 bedroom but ni zimeshikanishwa just compound lakini uko na wase wawili unapata iko hii side na iko hii side yeah. So msee mwenye alikuwa anaishi sa bedroom yangu venye mali iko msee anaishi the next side manzi alikuwa ananipea sleepless nights manduru zizi usi hivyo sina hiyo perspective ona kijana anaenda mbali kelele kwa jirani unajua mbona yeye anasema hivyo wakati alikuwa anakaa next wow wake angelala alikuwa anasikia tu alafu ni mkisii zizi na wazi nyamaza mtu anapiga nduru ni kama anauliwa bana karibu eno walai bro manzi siezi lakini ni kwake acha ajipambe anyway yangu iko anything of that sort ni ati umse alikuwa anapiga kelele around 10 towards hadi midnight past midnight na kelele yake ilikuwa ngani ngoma anaika doba alafu back then doba iko siku hizi ati watu wanaeka sijui tu ufa sijui nini doba ilikuwa kale ya gari kabisa jamaa kuna ufa kwa bedroom yani ikipiga hivi unasikia ina blast zile za gari zenyewe so hiyo ni my earliest nini cause now if I tell you umse ni among the people wenye wali contribute to me being a DJ so many years later umse alikuwa anapiga kelele nilikuwa namjua but siko najua yeye anafanyanga nini kumbe alikuwa DJ jo many years later none other than DJ Kinyash mazee shout out to DJ Kinyash yeah alikuwa anapiga kelele niko class 2 class 3 yako mazoezi yako kelele kwake kumbe yako job so mimi sasa na understand 100% pale mali mimi na stay nimepigwa maoni nkani nini lakini niko tu sawa kelele ndio busy yangu kumbe yeah so ulikuja ku clock it later on ndo ukadiwa chini so now we were friends but I didn't know him I knew him as Kinyash not as DJ Kinyash so later on kukuja kwa na hiki tulikuwa inaitwa Pilsner na Mfalme sasa hiyo ilikuwa ni kama competition ya ma DJ countrywide na yeye alikuwa among them alongside kina John Mfalme and nini and ali end up siko sure about the position but alikuwa top 5 in the country nice so actually I think ukiongea masaa kuna ma DJ wenye wameshape DJ culture Kinyash is number 1 he's amongst them I didn't know big shout out to him man I didn't know about very that good friend of mine mimi nilianzanga kujua ma DJ around Macha with kina DJ 5 Star those ones kwanza hiyo ndo nilikuwa natambua mimi nilikuwa nasikia anything to do with 5 Star nataka hiyo sasa mimi na 5 Star tuko na history nyingine wagwa tell us so now when I was in okay sasa pia kwa familia pia nimelelewa kichurch my parents ni wasi kanisa sana so si wote religious kabisa the contradictory in that kabisa many people can attest to this so mimi naendanga church hapa Sibomani nice. Yeah
So kulikuwa na youth program yenye I participated in. But hiyo time sikuanga DJ, nilikuanga dancer. Ulikuwa una dance mbaya sana. Kwa youth. Watu wote wenye tumepitia Bomani tumepitia kwa brass band. Sasa yako wewe ni mtu wa batasi ndio? Mbaya sana. Sorry to say lakini Sila nilimhepa hata hiyo leo. Yeye ushanganga nilimhepa aje. Nilipata na juzi. Unajua tule tumkutano witanga watu wameenda astray. Akaniambia akanitamba na my company name, akaniambia atanipeleka nikuje. Actually he sent me a message ni tupatane masaa fulani wa fulani. Guess what? Mse block. Alikula block. Juu nilikuwa najua first thing taenda hapo ni nyoa nywele kesho tupatane wapi? Tupatane kanisa. Wewe umeenda astray? Nimeenda astray. Rudia Mungu. Si story na Mungu, story na hiyo band pekee ndio nilienda astray. But I still know how to do the trumpeting and stuff. Back then by the Bomani band ilikuwa very strong. Ilikuwa noma. Na ukiingia hapo ulikuwa na game. Sasa ni kama high school ukiingia kwa street cred pia. Because nakumbuka hiyo time Ndala alikuwa nazoza, walikuwa but mimi I managed. I don't know how but mimi nilihepa. So venye nimeingia high school kwa sasa hiyo time nikashikana na maboys wangu fulani. Boys anaitwa Jim ako ni matwins. Jim na Keith ako majuu, Jim ako area bado. Na jamaa fulani alikuwa anaitwa Aizo. So we formed something kind of a group ya kudance. So pia unajua ameondoka nayo hawezi nitoa. Wewe unajua niliona uko na style moja wewe. Ni venye siko nataka waone. Hakutaka kubashaini. Ukitaka tunaweza onyesha. I mean iko sawa tuwekele ganji. Hawezi nitoa. After set tutashutia hapa nje. Msema hizi shine. Umesikia director? Shine kwa DJ tumekelea ganji. Exactly. So now you like dance ili take a very big part of my life because now at that time unlike sahi tulikuwa watu wengi my youth wa hiyo time tulikuanga so close to the church. Form zetu zilikuwa za kanisa by the way. Hata form za kukatia madem bado mlikuwa mnakatia madem wa church. Hapana sema hivyo. Kama kuna dem wa church nishaikatia asimame aseme. Sijawahi. But anyway, even my first time coming to Machakos University was because of your time kulikuwa na kitu inaitwa Swag Nation. Sijui kama iko siku hizi. Ilikuwa ya jamaa fulani ilikuwa inaitwa Marcus Monique. Ilikuwa tu ni mambo ya youth and Christ na mambo ya church sana. Okay. So sasa 5 star alikuwa dancer mwingine hatari. Vana Jo. Kwanza hiyo group yao nimesahau jina but kulikuwa na makru. Kulikuwa na kina Black and White Black and White ni ya juzi. Back then aliendanga ilikuwa inaitwa Day ya Machayuni. Unajua alitokanga ya kwanza ndo akakuja ya Machayuni sasa. Hata sasa before ingie hiyo ya Machayuni alikuanga na ingine alikuwa nayo. Tulikuwa tumeambiwa jina hapa. Na tushasahau. By the time tulipigiwa hiyo story. Sasa yeye pia alikuwa na group yake. Then kuna boy fulani anaitwa Jemo. Sijui kama mnajua Jemo. Jemo Madrid. Pia alikuwa na crew yake. The one and only MC Ndama Empire pia alikuwa dancer. So si wote tulikuwa tunapatana. Ndama akitwa soja hiyo time. Manze nishai drown kwa party yangu ya kwanza. Nikwambia nilikunywanga kamaji ilikuanga Machakos Academy. Machakos Academy was like the Samara of that days yenye kuna unanielezea bro. Unanielezea? Sasa zile mapati alikuwa anaeka huko. Sijui saa tu tuko happy manze nini alafu manze mnaenda huko mnaonyeshwa matako ni aje manze mnabauki. I think kwa hiyo point I think Macha ime lose culture yake mbaya. Unajua back then kungekuwa na back to school. Ndama ndo angekuwa MC by the back to na kuambia yani that I don't think so. I don't think so. As a country by the way hata kwetu tulikuwa na back to school zilikuwa back to school. Back then Macha ilikuwa pia na maswimo mingi na pia hakukuwa na place kuna zabe ya form kayo. So all students across mngepatana that Saturday ama Sunday before za mfungue shule. Na Ndama angekuwa afu Ndama kutoka kitambo amekuwa tuna craziness ya ilikuwa ni no.
kulikuwa na DJ wake hiyo time alikuwa anaitwa sijui Alemba sijui alikuwa DJ Alemba. Sasa Alemba ni we are like cousins. Tumetoka base moja. Sasa juzi kwa group hiyo si kwa group na DJ Alemba. Kwa group kuna story ilifanyika nikaona ameingililia ndo liko like pia wewe unabonganga. Big shout out to them. Big up to Ndama amesukuma kazi sana hii match. Amesukuma mbaya sana. Kazi sana. So yeah. So mimi na 5 star, that's how we knew each other. Mlipatana kama dancer. Later on mimi nikaenda Kampo akabaki. Nikiwa Kampo I was in Costume, I was in Kilifi. I was in Pwani University. Bro wake fulani akakuwa akotum. So kidogo tulikuwa link up. And then the rest is history. So lakini basis ya sisi kujuana ilikuanga ilianza kama dancer. Very nice. Na usikie ma-DJ wengi hadi musician wengi wametoka from dancing. Ya kanisa. Swali ni inakuanga kama ni ya kitambo lazima ikuwe ya kanisa. Hizo ndo zilikuwa form. Hizo ndo zilikuwa form back then. Tunafaa turudi kwa hizo enzi by the way. Sidhani majenzi wanawezana. Manze majenzi mwanza zishaisha. Tuseme tu ile. Sidhani zimeisha. Sasa kama uangalia kama hizi shughuli zimekuwa juzi sijui Urupa. Kwa hiyo unaona kulikuwa kumesha fest by the way. Wasi walikuwa wametokea. Kwa nafikiria wasi walitokea day 1 ilitokea na wasi walikuwa like tunatokea. Then day 2 wasi walitokea juu ya hype. Juu na day 3 wasi sasa wakaenda juu sasa isha trend kabisa. Ilikuwa siku 4. Ama ilikuwa Friday, Saturday, Sunday. Siku yana ilikuwa kaa concert. Juu kila mtu washai hype online. So hakuna mtu atai kutokea. So wase wote wakatokea. Lakini as a country tumetoka kwa gospel concerts at aziko anymore. Unajua hapo ndipo tulikuwa as a country hizo enzi tukao. Hebu uliza Teddy K yeye ucheza gospel usikie. Anachezea nani? Mbaya sana. Mimi ucheza gospel mbaya sana. Actually sijaisikiza. Hata tu ni attest. Sijaisikiza gospel mix yako na nimesikiza like all your mixes zenye umeweka kwa nini craft. Iko inaitwa gospel galo. But let me tell you something. There's a certain church sita mention. Wako na organization fulani ya my youth pia. Now I have a commitment and an agreement with them that anytime wako na shughuli yote ya my youth manzemi wako na niita mimi nakuja na play music for free. Yani tuna give back. Giving back to the society. Someone said this. I saw it was just random online and I saw a clip saying that they want me to give back to the society. What has the society given to me? How could you answer that? Turia tulikulea. We? Hapo nawe ni no. Ningori. Lakini society ilikulea. Ilikusha walikulea wakiambia mkoro wako. Kijana wako siku hizi tunaona anapotea mkoro anakuja na kudiscipline. Wanaenda nje wanaongea kinini, alafu mkoro anakuja ana instill the discipline. Wako lakini wako indirect. Lakini initangwa aje? Wako nitatumia jina gani? Not actively. Actively. It's just there. It's the society. Indirectly tu hapo. Hiyo swali mimi niliangalia hivi pia mimi nikaona hiyo society yenyewe hakuna kitu inanipea mimi. After tumekuwa kubwa wanataka kufanya kani wao walitulea ile kabisa. Ina depend na meaning ya society kwa msedi nini. Unaelewa? Juu society ukilook back wale wase uli grow up na ama ulikuwa na look up to wao. Tabia zako mingi zilistem from what ulibia ukaibia. Kama sasa alikuwa mwizi utapata pia wewe uko tabia zako za wizi. Manze unacheki kama sasa alikuwa farm nini. Maguns manze. Umesikia story yangu ya maguns manze mtani nimetoka manze. So hiyo ndio ilikuwa manze. So hivyo ndo amenishape. Unacheki? That's what the society gave me. So it's time you give back to the society. So ni wape maguns pia wao ama now if give up sign of lazima back ni positive. Hapana. Wape kazi ya uguni. Yes. You need to give back to umesikia sasa ile kazi ulikuwa unipe. I got you man. I got you. Sasa wewe umetokea kwa street umeona like kuna light tutafutie gig za uguni. That's the point of us. Ni kama ule gunzi manze. Na nilisikiza stories zake ule gunzi. Najua hiyo biashara inakaa kazi. Ule jamaa anaitangwa hadi huyu jamaa. Omosh mgani? Omosh manze nisikiza story yake jana kwa podcast. Ngwethe Good the TV. Jamaa kumbe tu unaweza kuwa mjinga naturally. Omosh ni mgani? Ugun Swale.
anaitwa Mosh. hiyo Najua Swale, namjua ka Swale. usikio tu unamjua ka Swale. Mosh Swale hivyo. Maana usikii kusema tu kweli mtu anaweza kuwa tu mjinga like unakaa hivi unamedi na mtu na yenyewe ni fala. Lakini unajua pia yeye akomboka. Unajua pia another thing yenye mimi naona a lot of people wana oversee. Ni atisia usifikiria mtu ajui Kenya anafanya. Mtu anajua anaelewa Kenya na adu. Yeye si mjinga. Ile time kulikuwa na vurugu ni nini, si kuna time alisepa akaingizia akapotea akaishia mshahada hadi akatoa akasema sorry nini. Bwana jo. Hakuna guna anaweza fanya hizo vitu. Hakuna. Ati wingi online useme nini tutakukujia. Pia akomboka online. Anajua ku cloud chase. Exactly. Unajua hadi that's why mnafaa ku understand wasanii mbona wanapiganga makiki and the likes. Just because it's ni ngumu ku stay relevant in the scene, especially the entertainment scene. Kwanza Kenya unaweza kuja uchekeshe watu 2 months straight ukue mnoma, mtu anakuona hivi anacheka naisha manze mwezi ya 3 anaku watu unaona mtu ameandika jina lako pale anasema wasiosikiza huyu jamaa Obama mafala. Nimefuatana nazo kadhaa. Manze inakuanga ni hivyo. Nikaa huyu jamaa alikuwa anaitaje? Huyu mwenye alikuwa anafanya na accent ya Kikamba. Nani? Anaitwaje? Mgani huyo? Umse wa alikuwa na Malines. Bena lines manze. Alikuwa ananibamba ni aje. Yaani siku hizi napitianga nini zake I'm like, wewe ulikuwa unanibamba. Yenyewe kuna bado alikuwa mnoma, mzee alikuwa mnoma. Alikuwa mnoma. Alikama up na kitu unique kabisa. But you see also in as much as time changes ilifika place ikakuwa imekuwa in my opinion imekuwa monotonous pia sana. Unajua unafaa uswitch up. Mimi sasa kuna jamaa wanini ananimaliza mbaya. Unanifanya hiyo why unanifanya hivyo why. Kuna jamaa kwa comedy scene sana ananimaliza mbaya. Msee ana imitate wasi jina yake sijui Jemos jina Jemo the scene bro. Umse sim predictable. Wewe sim predictable. Leo nawapea hii, kesho nawapea ile nyingine. Actually nilimvotia tu. Nilienda nikamvotia the best comedy kwa pass. Yani lakini kwa nini hizo awards wamefanya like nikaa ni Jetsma, nikaa tunafanya KCSE. Manze wameka watu wameka kila mtu unatambua saa hizi. Sasa ndio unaweka Jemo na Aura na unaweka Mokaya in the same. Sasa tunatambua Mokaya lakini kusema tu kweli Jemo ndio mdeadly. Hapo lichekia Vybz Kartel yake. Nimemaliza mbaya. Hiyo ile umseni na Sidem top. Unacheki kitu nataka understand. Hakuna Jesma iko hapo. Hakuna Jesma mse. Hakuna Jesma. Sikiza nikueleze kwa nini. Unajua ukitaka kuwa the best lazima mkuko ka the best kabisa. So ule jamaa mwenye saa hii ni mnoma kuniliko in other people's opinion. Ni ati ana put in more work kuniliko. Unarada? Ndio maana unaona hawa sasa wenye mnaona wote ni top wako in the same category. Unarada? But at the end of the day ule mwenye ameput in more effort ndo atashinda. Wase ufika like wase wote wako so wote wako 100. Lakini saa pass inatafuta mwenye ako 100 plus 5. So mbogi iko yenyewe unafila wase ni funny wote, lakini kila mtu atavoti yenyewe nani unichekesha sana. Nani unisikianga amenipeleka na so just Michael kwako just Michael kwa wase wote wana put in the work. Wote wana put in the work. Okay, that's a good way to put it. Like exactly. Jemo for the past like 5-6 months ame release content after day after day ako consistent kama kitu kingine. Nilifikanga time ukapatanga nikiingia tu Instagram kitu ya kwanza kwenda ni nini page ya Jemo kwanza tu niangalie kama mse ni creativity top notch. Na I think also these people working together unapata akona reach ya msee mwenye anaweza perform kama Katelo ana perform as what Jamaican, unaona walifikiria Katelo na yake pia Katelo pia ni mtu mwingine pia mnoma. True. So unapataga hiyo connectivity like wanazitanga tu connection, being able to reach someone who know is best at this position manze, hiyo ndio inakupia hapo juu you are working with people pia wenye wako hapo tu top. Mlesikia hadi juzi a very able president alimeka speech pale akasema
alitafuta deputy wake mwenye amesoma kumliko. Uliona hiyo speech? Na akasema tuseme kweli mimi sifuatiliangi jeshi. Na akasema ukitaka ku go ahead in life unatafuta watu unajisurround na wasee wenye wako more educated than you. Alafu unawapatia kazi, wanapiga kazi poa, alafu ukienda huko juu una take credit. His own words. Unaelewa? So kama unajisurround na mafala, utaka kwanza fala mkubwa. Wachana na wenye unajisarau na watu wale wendo fala. But ukijisarau na wasi wenye yani unaona bring value. Na value watakushow. Ndio maana unaona anaitwa Jemo akitaka kushutio kitu. Alikaa hivi akaangalia ni nani alipiga hiki kitu. Na kata perfect. Na hata mali alitoa mzungu mwenye ana sina tenje. Usidhani alikuwa tina million people in his head. Alikuwa tu na anajua una anajitu. The idea kisha kama tunajua who is to call. Perfect explanation on that. Yeye ni baba nili ya Pastor Nganga. Forever goated. Yani forever unlimited Pastor Nganga. Na ile gitaa. Unajua PV ako na majina mbili. PV Traders na PV Comedy. PV Comedy yeye ni akiwa Pastor Nganga. I used to do that shit nikiwa Pastor Nganga. I used to like unaona venye Pastor Nganga huongea. So nilikuwa naingiza jokes katikati ya nachukua kapata alisema haka na naunganisha hizo jokes zote. So Pastor Nganga anakuanga vibe mbaya sana. Amelalia talent, juu alikuwa amelipuka mbaya sana. Sijui ilifika wapi ikakuwa monotonous akaanza. Aliona Jemo akapanic. Aliona competition iko high. Hata mimi kwenda kwa service ya Pastor Nganga inakuanga in my nini. So nikutafuta siku moja tuende? Wazi. Now mnataka kwenda kupigwa makofi? We need to go experience. Tuende kuponywa. Tumeenda kusikia. Nishai attend. So this story is crazy. Hiyo siku yenye nili attend Pastor Nganga nini? Uko Neno. Not Neno. It was in Machakos. Sasa hiyo Neno evangelism. Kitu ilifanya Nganga niende crusade yake. Ni manje events zili happen in the same day. Ushaipata siku mbaya like literally it's a bad day. Bad day events. How bad was it? Let me give you the story now. Siku hii tumefukuzwa shule juu ya nini? Juu ya kufanya ufala tu shule. Sawa? Alafu mimi sikuwa nimefanya makosa yoyote yenye nimefanya kufukuzwa. For real, on a real note. Nilikuwa very good manze shule. Sasa hiyo siku manze nikaambiwa ni shule tulikuwa karibu kuchoma lab. Tulienda kusoma vitu. So tuliendanga, unaona venye unakuanga curious umesoma sana ati mwalimu anakuambia mnaweza tengeneza alcohol kwa lab. Na ever no. Sasa tulikuwa tumeenda kufanya hiyo ufala na tukapatikana. Hatukusikwa. Sasa hiyo ndio ilikafanya tukatumwa home. Na tulitumwa machopika 5 hivi. Ilikuwa naomba kwetu ever no. Kabiwa okay, so you think you know better than the teacher. Sebu kwanza mgeni mreflect na mkuja. Hiyo siku tukasemaje? Tupitie kuna place ilikuwa famous pale hivyo mjini. Tupitie mjini manze tuchukue zetu pale hivyo tuende ile high school form 4 kwa ule mzai fulani. Ngori najua. Tukaenda base fulani inaitangwa chat I think unapajua. Chat kwa kavali fulani hapo unapajua. Si lazima uko. Hiyo base inajulikana na mambo mingi. Jifanye tu upajue lakini najua hiyo area. Sasa unaona saa mshafika tao mmetoa nguo mshatoa jumper kwanza ndio sawa. Kitu ya kwanza hiyo stuff ikani affect style sikuwa na expect. Guess what I did? Alafu mafala wakaniachanisha acha kucheka. Uliona unafaa ukue high. Mafala wakaniachanisha hata hao hapa hii garden inatangwa mulimutisha garden hapo. Manze na kunywa kama maziwa ndo zishuke. Azishuki. Sasa naweza imba ile ngoma azishuki wala. Sasa zinafaa zishuke ndio niende area nikaseme nimefanya nini makosa. Sasa ndio sasa bado ningie kwa ngori ngire. Hapa hivi sijui ni nini ili happen. Actually this was the moment nishaifanya the worst decision in my life. Sijui nilionanga mama ni mrembo zaidi nama ni nini. Kwa mspank. Ati siku spang, imagine unawalk against hivi mkiongea nini asha smile. Mimi mkono sijui ilifikaje kwa kifuga yake. Akiwa leo hadi sikumbukangi. Sikumbukangi. Hii story naambiwa na mkono ishafika kwa kifua. So guess what? Unakula kofi.
Wait, It was that bad. Wait, mkono ishafika kwa Kifua msee nishashika majeji. na sasa tuko town. Tuko town nyuma ya Naivas. Ni msee nimepata sijui haki nilikuwa yani staff alikuweka moja mambili. Moja mzito mzuri. Moja mzuri. Sawa. Zilikuwa zimeshika bad. Sijai hadi up to this date I've never felt that kind of highness in my entire life. Sijui zilikuwa zimeongezwa cocaine ama ni nini. Lakini za huko umesema zilikuwa mbaya time ilitoa. Sasa hiyo saga ya pili sawa. Saga ya tatu. Shafika home hakuna watu. So nimeacha mavitu zangu na nikarudi tena tao. Sawa. Na nikifika huko bado si huko fiti. Nimetoka ndio nikirudi saa nikuwe fiti. Nimerudi tao. Guess what? Unapatana na ile mbogi ilishafanyika, ishamaliza form 4. Wao ndio sasa kusema nini? Wanakuambia twende malab, ni twende nini? Tukaenda splash hapo nyuma hivyo. Tumemedi tu. Manzi sijui masanse walitokea wapi. Na guess what? Tulishikwa tu wase wawili. Wewe sasa ukashikwa tena. Ngoriata? Na sasa hadi mkono juu umefika nyumbani. Ajui. Yani ushaikuwa tuna ile siku vitu zili happen one after another hivi bad. Niachieni huyu. Hiyo ndo jackpot ya shetani. Mnashikwa tukatoa do. Yani vitu zili happen hiyo siku manze hadi wa leo nakaaga hivi nasema Mungu. Hata mimi ningeenda kwa Pastor Nganga. Sasa mali tumeshikiwa hata tukupelekwa mbali after kutoa do. Na hiyo ni kale kapoke ulikuwa umesundulia plus you had to call 1-2 phones wakuadisie. Sawa. Pastor Nganga happens akakuwa kwa macha. Ilikuwa church fulani ya sijui apostle nani. Ilikuwa hapo hiyo side tu. Hata wale think iko hapo. So mimi nikaona tu manze side time now I repent. God sasa nimeona sasa umenipiga vimbo enough. Nikaanza kureflect. Yani tu ilibidi tu nimeingia hapo church alafu sikuwa najua hata ni Nganga. Sasa kuingia napata la Pastor Nganga. Na siku yangu kutoka hapo ikakuwa mzuri at least. God nikarudia God nikaomba nikaacha kuomba mingi. Hiyo ndo the time sasa nishaienda tu nini ya Pastor Nganga pekee. Siku mbaya. That was the worst day. Wewe shetani ilikuwa amekuja jackpot. Niachie huyo. Acha utafunza. Wewe nitafunza. Na wewe na kunyorosha. Wazungu sema when it rains it pours. It pours a lot. Inakupiganga date. I'm telling you it was that bad. Have you ever had a day like that in your life? Yo. Ukiwa mwanaume lazima uwe na days. I don't think it is. Hata si moja. Mimi hiyo ilikuwa optimata. Lazima kuwe days. Ziko kwanza kibao sana. Kibao sana. Give us that one. Kwa industry kwa maisha. Sasa sijui mnataka gani. Hebu tuanze kwa maisha. Tuanze kwa maisha before tuende kwa industry. Wacha nichanganye zote mbili. Okay. There's a day now when I was in campus nishakuwa msanii. Nilikuwa napiga shughuli na boys wangu anaitwa DJ Cryptic. We'll come back to that. So tuko na shughuli fulani tumeita wasanii from Nairobi. So that's kina Mbuzi Gang. Hiyo time Mbuzi Gang ndio imeshika. Okay. Yo poor. So Mbuzi Gang, the two of them we used to school in them in Campo. Oni Jofes na nani tulikuwa tunasoma na wao. Then furthermore sasa yeye alikuja akakuwa tu another member. So we are hosting all of them wapi? Kilifi. This line does sijui mahabuba sijui mahawot. Mabuhei sijui nini. Anyway, hiyo zabe nikaa 40 minutes interior. Juni kwa beach. So during the day tulikuwa tuna offer accommodation like kuna gari tuleka gede tunabeba watu from school gate mostly ni hadi kwa event nini kuna gari kama 2-3 tumeka gede zinapeleka wase huko juni ka distance hakuna gari zinaenda huko. Tumeenda tumepiga shughuli yetu polite. Buda ilikuwa magical. Unaona vile mnaonanga wazungu kwa movie. Magical yani beach kwa hapo unafurahia yani watu people hadi wewe una smile tu fit tu unasikia life imejipa mbaya. Sasa ile time tuko hivyo tunaenda kushika climax sasa. Watu wanasikia poa. Pia sisi tunasikia poa muziki inaenda poa zaidi. Mwenye hoteli akakuja akasema you guys you're making noise for my clients. My clients and go home. We need to run their business. Bro, parking lot ilikuwa na magari kaa kinde.
tuko na mbogi ya mtu karibu 1000. Mind you, si ndo tulikuwa tunawafa transport from huko waleta huko. Na ideally hii sherehe ilikuwa ende mpaka asubuhi, watu waone sunrise nini. So mambo ya transport haiko ikuwe noma. Mwenye nini amekuja amepeana notice oya hii kelele yenu inasumbua. Mistaki watu watoke. Na hatuwezi kaa place hakuna kelele. Na mko mmebonga naye story na sasa ni mzungu nini. Oh, so asha change mind already. Yeye ashaingiza doa alikuwa anataka. So anyway. Shit. So tufanye nini tuchomoke. So crypt anaitwa namuitanga Guru. So Guru akakuja akanichapia ya rada tunafaa tuchomoke hii zabe. Nikamuza bro na hii mbogi. Unajua sasa kwa hiyo mbogi mko na mpaka mabeshte wenu wenye mmesoma na wao. Wengine yani mko na Mamorio. Mko na Mamorio wa US. Akaniambia sasa wachana na story ya Mamorio. Sisi gari tuko na space ya watu wawili. Na ni mimi na wewe. Juu gari tunaingia ni akina Fadhamo. Hiyo time walikuwa na bwana manager wao. Cash Kid. Na yeye baba wasanii wengine so space imebakia watu wangapi? Wawili tu peke yangu na wewe. Ni sisi wawili tu. Bro. Hii kitu ni kutoka beach. Hey. Na ni kwepa. Hii kitu bro. Tuende tuingie kwa tuhepe kwa sababu hiyo mbogi yote karibu nusu wanawategemea venye watarudi. Venye mlituleta hapa. Na ni kitu 40 minutes to the school. Na most of them wanaishi ndani ya shule. So lazima warudi back to school. Ilikuwa ni noma. Sasa utafanya nini? Si tukaingia vamus ndani ya gari. Hapo tu ni kubeba tu lawama hakuna otherwise. Wacha waeke tu ngori. Tumezied vizuri tumeenda tumefika BNB. Mansion. Tumechukua BNB yetu. Kwanza tukafika hivi wasi wakasema shughuli imesha mapema hata tunaweza record ngoma. Ala. Huko kwa hiyo keza kulikuwa already kuna mapeng. Video director tuko na yeye, wako na camera equipment. Kila kitu iko. Situfanye hii shughuli. Teke kila mtu akaamka. Tumechangamka. Na makosa ikakuwa ni ngapi? 1. Hakuna tei bro. Wow. Watu hawawezi changamka. We need something to put us. Tufanyaje? Si tuende tutafute, tukam. In the meantime wasota kwa umeseti nini. Bro, tumetoka hapo nje, tumechaguana wase 5. Waende. Tumeingia kwa gari ya Cash Kid. Tukaipiga hivi ilikuwa Makex. Ilikuwa bro. Tukaita Cash Kid. Pale dashboard inasema empty. Sasa yani na numero 1 amko ameangalia mafuta. So unajua sasa tulikuja na gari nyingine. So yeye watu walikuwa gari yao na wasanii walikuwa wanajua imekatika. Sawa. Gari zilikuwa 2. Si tuliingia hiyo ilikuwa nyuma. So wasanii wakabebwa na Cash Kid. Lakini huyo mzee alikuja kutudrop pia na stay wapi hiyo area. Gari tulikuwa nayo ya hiyo nini ilikuwa moja ya Cash Kid. But kuna jamaa wa Kilifi aliofa atatupeleka. Atufikishe. So alitufikisha kama Mezied. Akienda. Lakini gari ya Cash kumbe iliwasha taa tukiwa on the highway. Kwa njia mkikaa. Wao wanajua. Anaku anything. So tukaambia nani aje? Tuko wangapi? Tuko 5. Si ni wanaume. Tufanye aje? Bro kuna mtu simu yake ilikuwa mtu alikuwa na simu ilikuwa on ni mimi na ilikuwa 10%. Hatujui tuko wapi. Na ndio inafaa kwenda kulipa. Ndio tutumie maps. So nikiweka maps. Nikadunga maps. Walk. Ikanionyesha walk ni kitu 50 minutes hivi. 50 minutes walk hizo ni kilometers ngapi? To the town sasa. 3 ama 4. Si tunaenda hata hii. Ushaona bro form imejipa yani ile kabisa kitu imekosekana ni moja. Lazima ipatikane. So lighten up the mood. Nataka tutaiendea wapi? Tumeshikana nao wasanii. Mimi Father Cryptic Foolish. Foolish kuna mtu anaitwa. Anaitwa Foolish. Best yangu sana. Shit. Tumezied. So tukienda kufika kwa gate, dem mmoja kwa hiyo mbogi tunasoma na yeye. Akatuona tunatoka. Mnaenda wapi? Tunaendea nini? Tunataka kwenda na nyinyi. Ile ufala ya wasupa. Design ya cheki. Turia usiku. Sasa ni usiku tena tunaenda mbali nini. Vitu vinafanyika na utakubeba. Aka-insist. Alafu hiyo time sasa mimi najaribu kubonga na yeye. Hiyo mbogi nyingine sasa niachia lawama. So mimi niko hapo mimi ndo nafanya damage control. Wewe ndo mature enough kumuongelesha.
Manze akasumbua, mimi nikamwambia wewe ukichoka mali utachokea. Utapiga U-turn, rudi. Mimi sikubebi hakuna mtu atakufanya. Sema sawa. Top. Sisi yao tumeanza safari. Bro, hiyo ni around 4 am. Tumekanyaga yani ni 4 usiku wa manane asubuhi. Na venye watu huko wakuolezi kuna mali kulikuwa kumefunguliwa kweli. Bro, tumetembea. After like 10-15 minutes ile simu yangu ya Google Maps kaput. Ndio. Fuck. Sasa ni kubahatisha. Sasa niambie Wanisa story ya simu imezima ama tuende tu in silence. Lakini tuko wanaume 5. Twende sana. Sisi what's those? Maze tunakuja kufika kwa lami around 5:30 ndio tunafika lami sasa. Enye watu wanaweza tembea. So kufika kwa lami luckily, yani Mungu alikuwa na sisi. Manduthi zikatokea 2. So tuko mtu 6, maboy 5, dem moja. Manduthi zikatokea ngapi? 2. Ni wote group. Ile mbogi nyingine Jumi walishaniacha ila wama wakadandia nini? Nduthi. Wakaingia mtu 4 nduthi moja. Wakagawana wawili. Wacha bado wacha. Hesabu yako ni aina gani ndugu yangu? Nduthi ni 2 tuko 6. So wakaingia wawili. Alafu akanipigia historia. Unajua sasa crypto kanambia, unajua mali si uchukua. Sinajua hiyo place. Utatupata hapo. Mimi niko like easy. Si utapiga lap kidogo, Senketa itaelezea. Hakuna ingine ilitokea. 5 minutes. 10 minutes. Mpaka tunafuata barabara tu. 15 minutes later Senke imetokelezea. 15 minutes later. Tumedandia. So distance ilikuwa hadi kufika Tao ilikuwa 10 minutes. Ilikuwa ishabaki. My friend, sasa ndo tunaingia sasa Tao. That's now Kilifi town. Jua ishaanza kuchomoka. Sasa tunaona like kabisa tunaona mielo. Nimeambia mse wa Nduthi ona enda zabe fulani. Kufika hapo imetingwa. Shit. Naona mandugu zangu. Ni wewe uliwaeka hapo. Wapi? Nikamwambia ona tufanye lap of honor. Lap of honor ni tunazunguka town yote tukiangalia kama tunaweza wapata. Kumefunguliwa wapi? Place. Alafu hiyo hakuna place kunafunguliangwa Mombasa mapema. Tumepiga lap town nzima. Anaku. Kuna mtu ako na simu. Anaku. Ni ulimpea. Ni uliweka betri. So sasa in the midst of mimi sasa kizungumkuti imenyorosha. Ule dema kanipiga. Mimi nimechoka. Kuisha. I want to go. You were waiting for that moment. You knew it will come. No, I didn't think it will come. But mimi nimechoka nataka kwenda home. Mimi niko like sawa. Wewe unaweza shuka uchukue Senke nyingine. Weenda home. Shukanga. Bro. Sina chakwe. Si nimechachishiwa. Teddy. Teddy be a man. Nipeleke back. Hawa sasa uko na wao. Nini? Mimi just jamaa ndo ananipeleka nyumbani. Mimi bro nasikia nimechoka. Fayota akili Nimechoka. But unajua at the end of the day bro ukiwa na dem akuwa sawa yuko sawa. Hawezi kuwa irresponsible your design. If anything happens to her, we are accountable too. So nikamuuliza una stay wapi? Ati hapa tu. Abu endelezea mtu wa Nduthi. Jamaa akasema hapo sawa. Twende. So tumeacha mission yetu nipeleke dem. Mission number 2. Dem naonanga tu shule kijani kwake. Anyway, sisi hao tuka branch my friend. Tumeenda zaidi ya 10 minutes. Mara mnashanga ni nini? Ala, kwani tuenda wapi? Namuuliza kwani unaishi wapi Oya? Tulia. Ni hapa tu. Bro, tukaenda tukafika like 20 minutes later. 20 minutes kwa Mara maikani. Mara. Mbali. Tumefika akashuka na filile relief. At least amefika kwake. Yes, now mzigo umemtoka. Sasa ameshuka. One year umetik, side chest umetik. So ameenda atingwe gate, arudi alipe akanje pesa yake kupeleka home. Mimi nirudi nikatafute mandugu zangu. Bro dema fika pale kwa gate, anajichapa hivi. Guy, sina funguo. Na muza guy ni ya nini? Sina funguo. What the fuck? Na mzulikuwa unaenda wapi bila funguo? Ananiambia ati achana na funguo, hata simu yangu niliacha. Wow.
Na mtu wa Nduthi anafaa lipwe. Bro, na mshafika. Mzee wa Nduthi amewaka. Mbaya sana. Mimi nataka ganji yangu. Nataka ganji sasa. Na sasa shida ni mimi simu yangu imezima. Ishazima. Kuna no way you can access cash. Bro, dem sasa imekuwa cash. Drama. Ati wacha niruke gate, nibonge na landlord anipatie ganji. Thinking unaona zi. Ni ya kienyeji. Bado hata akinini simu yake na nini bado ziko. Hata hana simu. Nikabonga na ule Mzee wa Nduthi kamecheki yani wewe tulia. Pesa ukifika mimi nitakukanda. Sini nirudi na ni dema pande tena senke ni pande. Turudi. Bado tujui tunaenda wapi. So ile kitu tunadu tunaambia huyu jamaa unaona mali ulichukulia hapo twende nyuma kidogo kuna maram fulani turudi shit tuifuate tutaenda tukiangalia kama tutakumbuka gate yetu. Oh my, twende tu boost simu tukutumia. Bro, hiyo siku nilikuwa nimewekewa multibet, sikudanganyi. It's almost now 7 am in the morning. Juu hata ishaanza kuwaka. Nimechoka simu kwanza mtu anasikia amechoka akili. Mungu achangi mwana wake. Tumeenda tukaenda tukafika hiyo beza katambia. Sasa hapa ndo niliwachukulia. Kama unaona pale nyuma kidogo tulitokea Kamara. So tukifika hapo tuna navigate. Nakwambia tumefika hiyo Maram hivi tu tumetana. Tunasikia masenke fulani zinatoka huko nyuma nao. Na fujo. Guess ni akina nani? Ni kina nani? Ndo akina Cryptic. Mbogi. Ndio sasa Mbogi nayo imetoka mali imetoka. Mali wametoka? Umefeel relieved. Lakini wapi? Wow. Ile tei walikuwa wanaendea hana kumefunga kila mahali. So hiyo zoezi yote tumepiga 0 na tumetumia gari kwanza. Pia amewaambia ba. Tulienda tukafika kwa hiyo gate. One lesson today. Kashkid alitoka. Sijui ni Kashkid ama ni nani ama ni Jofes. Alitoka hivi akapatia Wazee wa Nduthi tao. Niliona God. Simu yangu imezima. Udema amenipea stress. Tumerudi bila tei. Hakuna kitu. Tuliingia hiyo mansion hivi. Watu wamejiekelea uji hapa kwa kiti. Hata wamedoza. Formilisha hivyo. Hapo ilikuwa kuamka wasanii wakirudi Nairobi nyinyi mrudi shughuli ze. Mimi kwanza najua mnafika kwa gate hivi hadi akili na una relax. Mimi nikajiambia siku nyingine nijikute. Sina kazi. Nijikute. Hata mimi kuna siku fulani tumekuwa RNB huko rooftop. Then tumetoka msupa tumeenda naye kwake. Hakuwa na funguo za gate. Sasa tunaambiana aje turudi HB sasa. Sinyao tumeenda tukarudi HB. Sasa usikie HB nilikuwa nimebaki na wanaita kwa simu. Then usikili bidi nimemwambia mimi nimeenda Lu. Venye nilitoka hivi. Ukapata na kungoja. Usikii mimi nitoka nikapanda bike. Nikakuja nikabagi nikamea msa bike nitakulipa 170. Sina ganji zingine. Bro, kwa nini Mlolongo? Kutoka hiyo place hadi kwangu. Hadi ni ukisikia nikiwa it's worth it. But hautaenda mara 20 minutes hivyo though. Hakuna kwa njia una divert. Historia kutoka na msupa kwa klabu na huku umeplan like a lot of vitu mingi hufanyika za ufaa. So ulimwachanisha tu kwa klabu ukajitoa. Hata sasa anafikiria nilienda Lu bado. Mazao mimi kitu ni huyo alikuwa tu Morio. Na akikuja hapo, hakuwa anakuja kuni-address mimi, alikuwa anakuwa kutu-address sisi Kambogi. Lakini sasa wakaniondokea. Wewe unajijua wewe. That has been so crazy. TV lakini Shetani alikuwekea multibet siku moja. Wow. Mimi shekeo multibet. Sini kani shekeo multibet. Lakini kuna siku nilipoteza ganji mbaya sana. ilikuwa zako zinakuanga za ganji yani tu. Zangu zilikuwa za ganji. Alafu sijui kama nafaa kusema hii. Allegedly msichana akakuwa pregnant. Wow. Yani, because of the same day. Yani mambo zilifanyika. Hiyo sasa itumita shot. Na unauliza ganji yako ilipotelea. So ganji zilipotea. Ganji zilipotea. Tukaenda tukapata event, ticket hazikuingia zilikuwa fake. Oh fuck, don't tell me it's that day. Sio ni kitu ya pili. Then ya tatu siku moja it was going for 8k. Ati? Yeah, ngoja na ulikanja hiyo ganzi. Tiko ulinunua uko na mtu. Niambie niulize nilikuwa hapo.
wewe ndio ulikuwa umeenda naye yeye alikuwa na mtu nilikuwa na lakini zako zilikuwa zikabako msee hadi zako so nyi wote tumebuy from the same place nyi wote 32000 hivi nikaenda mlikuwa mnaenda kuona nani bana boy umbu wa nyinyi support local talent na sasa tushafika kwa gate tuko hapo hata tushamaliza check nini tuko kwa checkpoint ya mwisho mngenipatia hata hiyo 20000 nikachezea ngoma za Burna Boy wana hawa msikie top difference na Burna Boy ilikuwa tu checkpoint ya mwisho hivi alafu tuko na wasupa wow mambo ilikuwa ngori hata hivyo sasa huyu hata alikuwa at least wangu sijika nafaa kusema hii pia kwa sababu yani uochile hiyo tulitoka hiyo event the following hiyo siku yenye narudi Machakos the following day nilimblock hiyo siku cause tell me why na kuitaka mkutano to reason unaniambia lazima tuingie nitoingine hivi 16 na tena ngoja niaje nyi wase mimi imagine sijai block mtu I mean now nimeblock mtu kuna wengine wana deserve so acha nimalize story ndio ujue nilimblock juu nilikuwa na una feel nilifeel kusema ukweli kwa sababu sasa tuka-agree then tukaongelesha wase watiko hapo unajua wale rajel wakatuwekea at least 4k tuka-reason na hiyo tukaona kutoa sasa watu wanne 16 haina noma ile pesa ya 32 plus 16 hatukuwa na advice hatukuwa na otherwise chana washasema warudi nini na ni hivyo hata nyinyi mmetoka Machakos kwenda kwa na nyinyi mnajua mlikoza kuwapeleka kuna watoto wapeleka kwa nini unasema hivi unasema ukweli afu sawa acha nimalizie story tukaingia mizinga zilikuwa zimeexaggeratiwa the cheapest was 8k bana alikuwa ameweka Johnny Walker kaa nini ndo alikuwa the only retailer huko alafu alikuwa anauza 7 ilikuwa 8k na mko waine mzinga moja yezi tosha so na si ati hawa rembo wanatoa shit sasa umeanza kuona wale mali naenda na story kwa watu wanne watatu ni matanka si ati hatuwezi kunywa mzinga moja watu tatu huyo msupa alikuwa tanka kutulika huyo si msupa ni Morio ai shabai mzinga 1-2 alafu sasa hapo msia tukunya akimi sijui kaa hiyo siku nilikunya tuliacha tu arem nile mnajifanya mnakunywa alafu unaweka tu kadogo akindo bado ulipata jamaa na perform bado tuliingia hata mapema hadi tukaenjoy lakini Johnny Walker alikuwa ndimu hiyo day bana usikia hata tulienda tulienda nusu mimi wacha nikwambie nakuanga fan wa kuchukua mavidani niko na picha moja ya siku moja ile nilichukuanga tu once na ni hivyo sawa haya tuko masaa ya kurudi nyumbani unaambiwa hebu malize hiyo story ni saa 9 usiku unajua Machakos hatujazoea mama saa 9 usiku tukitoka Moment ama Hornbill tunaendanga direct kwa Kijasini hivyo maji msupa anaitisha tuende pizza in sijui tuende chicken in saa 9 usiku tuende kwa mall tukakule sasa hiyo sasa mtaki umebakisha zile pennies sasa zile za kukurudisha Machakos ndio kwa hapo alafu si ati anaitisha kwa uzuri ashalewa anaitisha saa kwa ubaki mimi niko nje you can't take me sasa hiyo mali tumetoka actually kwanza ushabai nyama na umebai machipu umebai nini kwanza na hapo gai Yesu Kristo sasa mnataka warembo wasikule manze hiyo ni nyingine warembo wasikule wacha nikwambie tu kweli tuliachana hivyo nimemwona ndio ile ameingia boda alichukua uba ile boda ni Nairobi nimeona amechukua uba hivyo ya Mungu zote to date I'm telling you to date hiyo kitu I spend like 20 something unachukua hadi to savings wako tu unachukua kwa hiyo 20 times mimi nilikuwa nishatumia labda times 2 jino ile siku nilikuwa na gari hadi mambo ilikuwa it was bad so that was the worst concert they have ever had yani tu ndio maana mimi sipendi zima concert but anyway kitu hiko ni ati unajua ukiingia kwa hii dunia kama mwanaume lazima uange prepared hizi vitu lazima unajua wewe inakuramba mpaka inafika time unacheka tu hadi saa unaacha hata kunini okay plot twist next inaweza kuwa gani
ni vitu tu wanaume tu wanapitia na warembo hawezi understand. Wao walikuwa wanangoja vitu ziendelee like as normal. Walikuwa ngoja tutotoka hapa tuende hapa ni hivyo tu. Big shout watakumbukanga mliwa. Mimi huyo hata sitaki anikumbuke mimi walai. What? Atakumbuka ulimpeleka na bado at least aliona Burna Boy juu yako. Mimi spendi concert. Mimi sitawai sahau. Hiyo nayo tuwezi sahau. Hata mimi leo wapi hiyo siwezi sahau. Spendi concert. And let me ndo niko stage sasa. Spendi concert. Mimi concert imenipeleka mbali. Unatoka unaenda Nakuru juu ya concert bana. Ni tamu. Tumeenda Diamond na Zuchu. Bana. Concert ni tamu. Sisi kuenda sisi tunatokea. Niko hivyo nyinyi watu mnapenda bongo, sorry. Zisi ati story na bongo. Niko na best yangu anapenda bongo mbaya sana. Acha. So I think wase upenda bongo lakini hawapendi kutokea into the open. Watu wanapenda bongo. As in si wote tunapenda bongo. Sisi wote. but sasa si unajua saa Diamond anaimba hadi nini ama piano pia unasahau. Mimi na feel like bongo ya kitambo ilikuwa bongo. Ilikuwa bongo like it's good music. Sasa tuimba Amanda. Who is Amanda? But nipo manze unajua kitu napenda na Kenyans wana embracing cultures. Na inaenda evolve. Hadi ukiangalia TZ wanasema wana accept that wa Kenya ndo wana boost nini zao sana. But I wish we will do the same for our people even hata si artists pekee, wasanii wote, watu wana paint, watu wana DJ, watu wana MC, watu wanaimba, watu wanafanya any kind. Tungekuwa tuna support our own local talent. Unajua wacha nikwambie kitu. Unaona hiyo pesa mlispendia siku ya Burna Boy. Mungeniita tu hapa Frankies. Nifunge hapa ngoma yangu Debe Police. Niweke Burna Boy only. Ngoma inaimba beginning to end. Sawa, munipatie tu 50k. Iko tu sawa. Ningekuja mpaka na madansa. Pale hivi mna enjoy. Kina dono wapi. But yani experience yenye hamtawahi sahau. Lakini nyinyi ni nani? Tukamua tuende atu it's nakwambia it wasn't anticipated to go like that. Kwanza kitu ya kwanza red flag ya kwanza ilikuanga ticket kufail. Roho kwanza ilikatanika mara 2 fu. Ati sasa at least now you know. So the next time unasikia mko na pesa, wewe tuma tu mpesa kwanza. Nikiona hivi you have received from cultures. Ni concert. Ni concert. Na wapanga teke ni nini? So jua Sake anakuja site video tuwekeza Sake ashake. Lakini booking lazima ianze saa hii. Sitaki mchezo wenu. Mnaweza pata hapa wasupa mconfusiwe. Last minute tunaanza kusema unajua DJ ilikuwa hivi. Wacha tupostpone sida hiyo mchezo. So let's dive to now the DJ himself, Shiznit. By the Shiznit ilitoka wapi? What's Shiznit? Shiznit hii jina ilitoka na boy wangu anaitwa Cryptic. Shout out to DJ Cryptic by the way. Top. Nilimjua actually mimi nilimjua day yenye mlikuanga na shoot hapa. Hiyo ndo day Thank you for introducing me to that nigga. This nigga ako fit ni hata mimi nilimjua hiyo siku. Lakini sasa niliendea kwa profile za huyu. So unaona ni mseadi wa amekuwa like from kitambo. Nowadays mimi niko namjua like Cryptic. As in siko namjua mnajuana. Niko namjua DJ Cryptic from normal. Acha. So now niki rewind back. Journey yangu ya DJing actually anza na Cryptic. Jina ilitokana naye ama jina ilikuja later on ama? Jina gani sasa? Shiznit. ZZZ. So Shiznit ilikuja now way later. Alikuja akaniambia unajua inakuanga muhimu mtu kuwa na AKA. So unaona kama venye yeye anaitwa the Turntable Guru. So mimi mwitanga Guru. So Turntable Guru ilikujanga na jamaa fulani aitwa Supermarcus. Sijui kama unajua Supermarcus. MC Supermarcus. So back in the day, sindo tulikuwa wase wa kwanza in Kilifi kuleta Supermarcus. Shughuli ya reggae. Sasa tukianza tulikuwa tumepata shughuli ya reggae, Cryptic anapiga reggae hapo. But hiyo time bado sijaelewa Dex fiti sana. Bado ilikuwa collaborative effort. So Supermarcus pale ndani ya mix akambega hapa akasema DJ Cryptic the Turntable Guru. Na hiyo ndio ikastick. Kwa sasa hiyo ndio AK yake sasa. Sikuwa niambia bro, hii AK inakuanga ni noma. Akakuwa okay, sawa. So hii jina Shiznit sijui ilikuja ikatoka wapi. Honestly siwezi kumbuka ilitoka wapi. But now ukiangalia kwa dictionary, Shiznit inamaanisha the best of its kind.
Damn it. So I got iko dictionary. Iko kwa dictionary. Siko nimecheki. Kwa the best hawajakosea. So hapo kwa the best hawajakosea hapo. Lakini sasa niko na AK ingine mnazaita pia Mr Crafted. Lakini she's neat ndio AK ile main. Sai crafted inachukua. Before don't rush crafted. Wait, that's it. It's so hot. It needs its own time, man. So you are DJing sasa. When was this time manze ulisemaga nishikie hiyo? As in kwanza DJ ama kuamua kupasu DJ as DJ? Ile the first unajua kuna kuanga na ile first feeling. Ile first approach ukasema manga huyo nataka kuwa hiyo. I think sasa hiyo ni camp after nimepatana na Cryptic. But now before so Cryptic mlipatanaga wapi? Hebu tupe hiyo story juu naona ni kama iko story yako na yake iko intertwined. So Cryptic nilipatana na yeye campus that is Pwani University. Uko Pwani. Back in niseme miaka lakini back then usikae old age. Usikae mzee. No, nilipatana na umse in a very interesting way. Hostel yenye mimi nilikuwa nakaa kuna boys fulani alikuwa anakujanga magizi masaa 6 usiku hivi anatoa tisho analala kwa sakafu but atoi jeans na Timberland anajiekelea tu kwa floor. Na unajua hiyo ndio style yake Timberland na jinika ya blue. So mimi nilikuwa na roommate wangu anaitwa Vini, shout out to my boy. Tulikuwa naye primary tukakuja tukapatana kampo. So tulikuwa naongea huyu Morio radake na kuanga nini. Hapo anaenda kwa mabeshte wake wako na vitanda but ye sakafu ndio ilikuwa na mbamba. Anatoa tu tisho atoi jeans na timba. Na ataingia saa 6 hivi ataamka asubuhi atoke aende shughuli zake. So back then sasa inarudi kidogo hii time yenye nilikuwa dancer church ilifika place ikabidi now we need music za kuchezanga. So mimi nika step back from being a dancer nianza kutengeneza two small mixes na virtual zenye maboys wangu ndo wanaenda kudance wapi church. So hapo ndo nilianza kufuata hiyo path ya ku DJ kiasi na virtual. So one day nime maintain tu hapo na roommate wangu nafanya vitu zangu za virtual. Ule jamaa kujanga na matimba na bila shati akaamka sema ndevu akakuja hapo maliniko so unaona mimi niko hapo nafanya vitu zangu unaangalia akaniambia bro nimekusikiza wewe ni mnoma sasa nifunze kitu akafinya something hapo number 8 hiyo time ilikuwa loop. So loop ni ile kitu inarudia zile za pale juu sikuwa najua hiyo kanibamba bro wewe ni mnoma unajuaje hii kitu akacheka alafu akatoka hivyo tu na ulevi zake akaenda akaishia. So even though that's how I knew Cryptic. Wow. Na DJ na kujihype unajua mimi ni DJ ama nini. So many days later sasa si anakujanga hapo often nini tuka exchange contacts tunajuana na muonanga ni sasa si wote tunajua si ni ma DJ but yeye alikuwa na passion ya ku DJ ile mbaya umse ni mse alikuwa anajituma sana DJ iko kwa hiyo time kulikuwa na mse fulani tuliingia na yeye alikuwa anaitwa Chains. Chains sasa yeye alikuja kama anajua ku DJ sasa. Imagine when first year na unajua unakiwa Dex unajua uko ulikuwa unaweka Freshers Night juu Freshers Night lazima lineup yote ni ma DJ wale. Chains anapiga scratch unasikia fiti fresha alikuwa noma. Cryptic hiyo time bado hatukuwa tunajua hizo vitu. So after first year now Cryptic alikuwa ana stay LD yakaenda LD mimi nikarudi Macha long holiday. So Cryptic kurudi second year kumbe venye alienda home alienda wapi kuivisha DJ Academy na akaiva kaa kitu inkaagasia. So tumerudi second year jamaa anazoza ni kuchachisha anazoza kuleta kapiga zoezi yake. So hapo sasa akaanza kusukuma watu akaanza kurecognize akaanza kutoa mix katasaka kazi hapa na pale alikuwa anafukuzwa kila time lakini consistency yake ilikuwa noma. Kuna boys alikuwa anaitwa Cappuccino unasiwite boys ni father Cappuccino ni anaitwa DJ Cappuccino shout out Cappuccino alikuwa resident. Wait, Cappuccino is so creative. Ni kama mse alienda kwa hoteli akaona hiyo kitu na hii ni kali zimeshika ndio hiyo hii ndio yangu I wanna be this. So at that time in Kilifi club ilikuwa imezoza ilikuwa ni moja. It was one. It's like sasa sahi Macha tutoe club zote tuweke moja yenye yani it's just one yenye inazoza. Cappuccino ndo alikuwa resident hiyo mtaa. So Cappuccino alikuwa anaona Cryptic alikuwa anakuja na mwambie niaje bro nipatie set na mtoka hapa wewe msi unanisumbua nini hizo vitu but consistency yake kuwa ichoka. Siku moja Cappuccino akamwambia nakupatia dakika ngapi kinde
ukimesa usiwahi kuja hapa, siwahi kuwa na hapa tena. Msanii akaingia pale alizoza, alivuruga 10 best minutes. Sasa hiyo time anavuruga. Sasa mwenye klabu ako pale, kulikuwa na upstairs ako pale juu kwa castel. Amesikia hiyo scratch kuna venye imeguzwa. Ni mgani huyu? Jamaa aligwara kugwara. Jamaa kaka top. Ujamani mkali, tumuingize nini kwa board. Lakini si bado ni vijana wadogo. Tukarushiwa shughuli ya nini? Zile za ya ufala na birthday na wedding watu wengi. Hata nakuanga nayo kwa Instagram yangu nitawashow. Ile tu reggae vibration. Reggae vibration ilikuwa ngona Sunday. Sasa hiyo shughuli tulikuwa tunakanjwa Bob. Hiyo Sunday. Sasa kwa hiyo Bob Lakini mko campus. Kwa hiyo Bob msha includiwa mmekunywa ama ishakatwa. Kwa hiyo Bob punch ni a poster. Hakuna. Do now another thing pia I shout out Cryptic. Kwa nini unatulipa? Cryptic kutoka The Word Go ni msee amekuwa akitaka quality. Unajua post hata unaweza jitengenezea. But alikuwa anasaka quality. Na ule msee alikuwa anapiga quality hiyo time. Post alikuwa punch. So anakanja jamaa punch. Half of my salary. Yote. Haya. Kutoka hakuna complimentary. Junani anakuja reggae na mko kampu hiyo time. Watu walikuwa wanajua reggae ni watu kidogo na ni wasee walikuwa very few. Watu handers pekee. So hata sales zilikuwa zinapiga hapo hata uwezi teta. Unashukuru tu umepewa tu platform. Na unashukuru wase wametokea. So tutatoka hapo tukanyage. Kutembea tulikuwa tunatembea distance nika kutoka hapa hadi Tao. Sasa hapo ndo campus iko kwa gate. So kwa gate tunanunua chipo. So kwa hizo chipo toa kwa hiyo hesabu. Za soso imebaki so tatu. So mimi nilikuwa naishi karibu sasa na shule. Mimi naingia Keja. Cryptic ana stay place ni Zimbabwe na huko ndani. Namwambia bro, sasa hii mshata kulala kwa hostel. Nishatoka sasa tuko nje sini second year. Si ujiekelea hata utokea asubuhi kwa hiyo time ni 3 am. Mimi niko best. Siku moja itajipa. Anakanyaga. So that's how the journey started. But unaona like slowly by slowly. So hiyo reggae ndo alikuja akanintroduce kwa machine. Niko na machine hivi for the first time. Picha pia niko nayo nitakutumia nimweke hiyo pale hapa. Bas. So pia mimi venye nilirudi home sasa long holiday nikabidi nimeingia wapi? Nimeingia DJ Academy. Pia mimi nielewe ndio tukirudi kule lazima tuteke uko na kakitu. Sasa ukue sasa you are a man of substance. So hiyo time matcha place ilikuwa na shika ilikuwa Amigo Sounds. Sijui kama mnajua Amigo Sounds. Alikuwa anaitwa DJ alikuwa anaitwa Amigo. Imetajwa juzi by the way. So Amigo hiyo time alikuwa na jamaa alikuwa anaitwa DJ Trey sasa ndio resident pale Talistavan Tala. Wao ndo alikuwa my first teacher sasa. So nikakuja akanielewa venye nilikuja long holiday mzee wangu akaniorganize mboka fulani. Hizi za anyway, wacha nisiseme. But ilikuwa na maziwa kidogo. So hiyo maziwa nilikuwa ni buy simu yangu ilikuwa imechapa. Mimi niko na simu nisaidie. Wacha ni add value. Hii value itanibuy simu. So mimi hiyo fee nikapeleka wapi? Nikapelekea Trey. Akanifunza nikalan. So hiyo sasa tumeshafika third year, fourth year sasa tumerudi sasa tumezoza. Now tuko mimi na Cryptic merge forces. Tunajaribu it's like a duo now. Crazy duo now. So we needed a name. That's where now Encrypted came from. And the Crypt is for Cryptic and the Ted is for Ted. Sasa ingekuwa Crypted, so ikakuwa Encrypted. Hapo ndo jina ilitoka sasa. Creativity. So Encrypted. Exactly. So I was wondering why your intros as you could in nini crafted encrypted. So sasa ndio nimeelewa that's why. Juu nilikuwa nashangaa mbona ujiti Cryptic. Juu jani ilianza mimi na Cryptic. Mse mwenye respect for life. Yani I could see the vibe hata mkiwa wakati wa Smirnoff niliona hiyo vibe yenu pale mbele nikasema why bromance mori wa mine mbaya lakini atuelewanangi ni kitu mbaya we are very opposite yake ni ngori hapana tuelewani kabisa it's like good and evil but when it comes to music very perfect kazi it's good and evil but it's needed for the greater tunamtaka hata hiyo bado tunaipenda sana sana tutatuletea Cryptic sasa so now sasa hiyo ni after nini hiyo campus now Encrypted came tukapiga shughuli 1212 so me immediately after campo nilipata job nilienda internship place
alafu wakaniofa kazi. So Cryptic alikuwa ananiambia bro manze si tusome. What did you do in campus? In campus mimi nilisema BSc in geography. But tulimeja in GIS, Geographical Information Systems and Remote Sensing. So mambo na malans mmeivia mbaya. Umesikia kile nimesema? Geographical Information Systems and Remote Sensing. Hiyo ndio kitu nilifanya. Ilikuwa new, mimi niliingia kama pioneer kwa hiyo course. Hata mimi sijaisikia. Mimi si mwalimu. Siende mseme mimi ni mwalimu. No, wewe ni mwalimu because kuna mahali nilijifunza. No, not me. Mwalimu wa nini? Mwalimu, wewe ni mwalimu. You are a man of many occupations. A teacher in terms of you know tukienda crafted wewe ni mwalimu unaona. Niliona kwanza unavaa tumacho ine fulani hapo hivyo. Usiongee hivyo. Jamaa anakaa like a real teacher sasa ikifika hapo. Background yangu inatoka pia kwa walimu. My mom and my dad all of them started as teachers. Wow. Walisoma education wakakuwa walimu. Tena wakaventure out. Principal lakini kila mtu akapata. Kwa nini huku kuwa mwalimu? Unajua nimezoea familia iko na parents as teachers, watoto wanakuanga most probably wanakuanga walimu. Mimi ni mwalimu lakini wa ku-DJ. Mwalimu si ni mwalimu. Mwalimu ni mwalimu. Inategemea wewe unajua tunajua chenye unafunzana. Mwalimu tu. Pia hiyo. Wewe ni mwalimu wa forex. Kwani ulisikia nimekwambia hadi PV traders? Au wanga mbaya. Wanga bad. Shout out. Embarking guy. Top. Embarking guy. Watu wa Machakos. Yes, si mwalimu wa iko kazi. Na watu wakuje na baby oil. Who said that? I do not consent to that. I do not. The one said here are not for the Tribe 18 podcast. Yeah, nilisikia Kenyan Prince akisema watu wanaanguka forex juu si wasafi. People should be clean. Watu wakuwe wasafi. So your DJing ilianza shule wakati wa campus, then kutoka hapo ulikujanga kuingia like sasa it's your main thing because as you have said uliingia job. So now after now campus mimi nikapata job, my internship nikapata kazi. Cryptic alikuwa into, by the way for all of you do not know, Cryptic ni daktari by profession. Watu wako na daktari wa ngoma. Dr. Rinding. So Cryptic alikuwa passionate sana about music. So mimi nilikuwa ile design ya hii kitu naifanya kaa hobby. Mimi kwanza naika life yako straight. So after that mimi nikaingia nikapata job Mombasa, nikaenda Mombasa. Karudi huko. There's a whole lot of story hapo in between Mombasa. So lakini alianza kupasu kazi immediately. As in DJ sasa. So by the time I'm living Kilifi, Cryptic alikuwa mezozo kapata yani DJ Kilifi, mkisema DJ ni Cryptic. So pia yeye aliamua kusettle nini Kilifi pia. Pana hiyo time haja settle, amemaliza. Unajua sasa with madaktari after mmemaliza kusoma you have to practice for I think 2 years or something before upewe ile license leseni. So yeye alikuwa tu area but alikuwa amezoza hiyo mtamba sana. Amehost wasanii wakubwa kina mimi sasa kuna wasanii nimeona the first time through Cryptic, kina Cream, kina DJ K-Trix, Cream direct. Watu walikuwa nakuja. Ngoja msiongee, mnaweza pause hapo. Juu nimekazwa ka shit. We umekuja maji mingi. Ati tunakode upozona huyu walienda wakaanza kufanya mambo yao. Yo Tribes, as I was saying before I got interrupted mwanze. Teddy ulikuwa unatuambia venye sasa wewe ulikuwa unaingia kwa hii gig yako. Na first gig yako yenye unaweza kumbuka ilikuwa your ultimatum ile tu. Wachana na zile sasa za kwa klabu. Yenye unaweza kumbuka this was my first and I did it to my best. And I killed it. You killed it. Nikipiga solo ama nikipiga kasi? Maybe hata ama nyi wawili. No, si wawili sasa tulipiga, kuna kitu tulipiga watamu. Liko naitwa sijui encrypted something. Manze huo bosi wetu alikuwa maganji mbaya. So yeye alikuwa anataka ngatu, mimi nitawaita form. Mimi nataka mbogi. Tokeni. Alituma van 2 hizi ma 14 seater. Ilikuwa wanaume 3, mimi Cryptic na videographer wetu. Angile alikuwa madenge.
tukaenda hiyo na nikiekelea ma DJ mnanionea nikiekelea ma hiyo ni kenye mdosi anataka nikisema kwa list ni ma DJ photographers hapo na kina MC pale sawa MC na hapo ukitaka kujua unajua kuna venye kuna kongana appeal tukikuwa na warembo that's why hata ukienda kwa hospitali hata reception hapo utasema ati ni mali yako nini unakangia wa super kuna venye wako hospitable sasa ndio unafikia hiyo saa wewe imagine unaingia kwa hospitali unapata Georges ndio hapo kwa reception so unaona hiyo ni noma utafanya hadi ni mapema anyway so huyo msee yeye alikuwa anataka utafanya mambo ikuwe mzito alikuwa anataka mbogi but ukiunderstand strategy unaelewa yeye alikuwa anataka mletee watu yenye ikuwe memorable. So kitu hiko si tuligadha tu memorial wetu tu tukwambia ni aje una shughuli tunaenda kupiga shule wale madem wengine mnasoma na wao wengine mnapata nanga sports wengine nini huwa anajuana na ule wengine ni wale wa kutokea tu jamaa alikuwa pake katumanisha van 2 14 sita so 28 ndo watu watatu mimi cryptic na videographer au wengine ile wote ilikuwa madem tukaenda hiyo mtaa yake ilikuwa Watamu tulipiga kitu wajoyo na Watamu mjamaa aliangalia hivi akaona like one section unaona hivi venye kuko ni madem walikuwa wanapewa mnakunywa nini mnapewa mnashare watu wawili kama ni wine kama ni mzinga kama ni hii kama ni nini na akona hoteli mpaka akwa kila mtu accommodation that's now a sponsor hiyo sasa ni sponyo sasa huo ndio mbaba sasa wale alafu on top of that tulipiga shughuli mpaka asubuhi ni 6 am bado mbogi iko tu hapo watu wataki kwenda kulala juni Watamu mnagojea ile so that was Watamu hiyo ilikuwa Watamu 1 I think ilikuwa Trizex so kwa Watamu 1 nao Watamu 2 hakutumanisha van alisukuma basi zile walikuwa loaded the pake na jamaa alikuwa pake but una understand huko ile pande ya huko na coastal area tu hapa Watamu all the way to Malindi iko na a lot of foreigners this is Italians nini na wanapenda tu kuona mababes that's hiyo tu kabisa so ukiwa mzee unapiga brown eyes so round 2 alitumanisha basi hizi maroza 33 sita ama 34 again tukapiga hiyo shughuli wanaume wangapi watatu hiyo nyingine bado ni mbogi na wasichana yani hata nyinyi mlisfilm tulikuwa tunaingia hivi Watamu tumeko hivi kwa hizi manini zinaitwa bana inatosha na Georges 40 umepangwa hivi azitulia Georges 40 na nasema tu kweli si uongo by the way entrance ya Watamu ilikuwa mpigwa na sijui bana from this side wewe unakuanga na shida gani na Georges wewe Georges 50 tutawapea ring na mtafight cha huko weli sasa anyway so basically ilikuwa unaingia Watamu umse barabara nzima it's ni kama pale Kenya Israel unaingia hivi uone like assign ni hizo mwanini signboard si signboard pasi but ni zile zenye watu ufungia kwa miti side bana but ni big I see the picture so mimi niko pande moja ile pande nyingine ni cryptic alafu hapo katikati niko encrypted ilikuwa noma ilizoza alafu basi tumekuja nao pia imepigwa hiyo kitu huko nyuma pia na maposta 1000 na mashauri hadi una feel the energy before even doing nothing una feel yani mmepiga shughuli mmezoza hiyo mtaa na bado actually shughuli nayo ilijipa tulikuwa tumefanya kitu yenye haijafanyika hiyo mtaa mpaka nakumbuka hiyo morning ilikuwa ni vurugu juma DJ wa hiyo mtaa walishikana wanakuja wanataka kutupiga mimi na Guru jumu na wapiga kompi actually mimi nilifinyiliwa hivi na mlango hivi like msee aliona nimekea what the fuck juu sasa imekuja ni vidole ndo zinashikashika disk manze ilikuwa ni noma alikuwa kuharibu na zinashika vitu mingi walifinya nayo sikufanya mboka for a minute uko sure ni mboka pekee ukufanya okay pika zingine hapo ni mboka zote ni mboka tu lakini ilikuwa noma so wewe ulikuwa una pull up the crowd mbaya sana ulikuwa unaingia na crowd ya US sisi sema ni mimi nilikuwa na pull naweza sema encrypted tulikuwa na mbogi encrypted tulikuwa na mbogi mimi na cryptic combine so but at that time bado mimi pia nilikuwa ule msee mimi naifanyia kitu kama side hustle mimi bado niko mboka wewe bado umefanya ile kitu kwa jina mrefu niko na 8 to 5 na nilikuwa naipiga mpaka Saturday
but nilikuwa natoka Saturday hadi Sato Saturday hadi half day. Nitoka hapo saa 7 saa 8 niko mali kutoka Backstand. Nimedandia gari yangu Polite ya Malindi ama Kilifi. Unaenda unapiga shughuli na Cryptics Saturday. Saa zingine hadi Sunday. Juu kuna time tulipo hadi show ya reggae sasa. Hizo za Sunday. Napiga show hadi kitu 3. Vena utaamka bado asubuhi. Kuna kuamka tunaingia keja na shower. Natulia hadi kitu 5 nena napanda mati ya kurudi Mombasa. Nafika Mombasa kama nimeingia mboka. Enye success story manze inakuanga hivi. Ni jani. Inakuanga ni jani. Siku hizi nimeona online saa hii watu wanasema like ma DJ wanafaa kupull up the crowd. Umeona hiyo stuff? Imechachisha Mombasa. Wanatuingililia sisi club kazi mnakuja kumix, kazi ni kukunywa, hamleti crowd. Wewe unakuja tu unapiga show yako. Unapewa zile nini zako zinaitwa complimentary. So mnataka comment on that? Yeah, we need you to comment on that because they were saying and then one of the DJs kuna club host best yetu anaitwa The Rex Wathika alikuwa ameingililia hiyo story sana because you know is a big name Thika na hosting nini so alikuwa yeye ana argue that hii burden haifai kuwa inaekelewa kwa host peke yake. DJ kama we ni mnoma unafaa kuwa na crowd yako. Leta watu wako, kuja na basi yako. Si ati unakuja gigi na fail watu wamekuja sijui 50 then kila kitu inaenda tu kwa host pekee. Your point on that. Hiyo ilikuanga point ya host. Lakini pia mimi niko into hosting kidogo so watu wa club watakuwa wanaenda akiuliza kila member umeletwa na nani? DJ umeletwa na nani? Waiter umeletwa na nani? Host My opinion on that, I will say kila mtu afanye kazi yake. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema because unacheki kila okay when you say host and DJs haifai kukuwa ati imegawanyishwa bit in between them, but kazi ya host ni gani? Si ni pull the crowd. So sasa na kazi ya DJ ni gani? Pull the crowd. Pull the crowd na kupiganisha nini? Kati ya host na DJ. Okay, kama DJ anaweza kuwa host, host anaweza kuwa DJ. Kunaweza kuwa kama niko na the skill sets ina finya bwana ya ku DJ. Host haizi kuwa DJ. Ninauliza DJ anaweza kuwa host, ndio? Lakini host anaweza kuwa DJ. Haizi. Angori. Angekuwa DJ angejipia hiyo kazi. Kila mtu afanye tu kazi yake. I mean, mimi sidhani kuna DJ utoka ati kwa kikeja. Ameenda shughuli na ameenda tu one man ajambia Mbogi ni aje niko na shughuli. That's the reason they post on their socials. I mean, wagwan ni aje niko na ukiona anga bazu pale. Wagwan party people. This Saturday nitakuwa hapa Frankie's nini kama sijaelewa mikono zinatokeanga wapi na kuinama. Unacheki but yani hizo zote ni the aim ya yeye kunini kugather crowd. Unaelewa? Mambo ya kuzoea kuinama. But ile to be honest mimi na feel kama ma DJ wanekewa a lot of pressure na kazi zenye hawafai kuwa wanafanya. Kwa sababu I can tell you half of the people who are claiming otherwise hawezi fanya kazi ya DJ. DJ si kusimama hapo kando. Inataka mathematics. Na hakuna DJ fala. So lazima na kama kuna DJ fala utajua ni fala. Hizo mangoma venye ziko hivi kuziplay hivyo in sync na hadi kunini it's not easy kuzinganisha pamoja. It's not easy. Hakuna kitu ngumu. I'm not saying that hizo kazi zao wase wengine ni easy but tuache kupressure ma DJ. There are so many people playing so many roles in a club. Mbona wase wengine hawa questions watana hata na host where are the marketers? Mbona kuna mtu umesikia akisema marketers nini? Hakuna. Need to pull up the crowd. DJ anaweza kuja acheze muziki top but hakuna crowd. Lakini hakuna Mbogi. Na kuna mtu anaweza kuja na Mbogi ya watu 50,000 na acheze ngoma. Nyinyi mta make sense, yes, lakini ni ngoma za ufala. And that's true. I also see your POV. La sasa kuna gray area sasa. Gray area is whereby unajua huyu DJ ni mnoma ako na crowd akipost hivyo ati host ana perform na ule DJ fulani unajua that gonna be massive man. Sawa, but kuna mtu mwingine hata ni jina yake ni kama hata hujaisikia ndio unasikia first time. Wewe unapia hapo kwa sababu ya host. Unaona sasa hapa kuna gray area.
but unajua kitu tunataka muunderstand ni ati hata huyo mwenye akibonga yeye aliongea from a business point of view. Aliargue that ganji yangu hawezi kuwa inaenda. Yeye pia akomboka. Yeye akomboka. Yeye hajakaa hivi akaangalia nitty-gritties za okay what is this and what is that. Out wa club. Unaona? So kila mtu afanye kazi yake. Huo DJ mwenye alikuwa anaambiwa hizo vitu probably by the way alicheza set noma. Probably. Alicheza probably. But kila mtu akifanya kazi yake mambo itakuwa top. Very nice. Kabla kukuwa na host na kukuwa na DJ si like wajaribu kutoa wase si labda club iko na marketer. I think marketer na DJ wametosha like kupula hapa crowd. Marketer na host wanafanya the same work. Marketer na host. Waje mimi hata kazi ya host. Host ni unakuanga na crowd yako. Oh, you have your own people. You have your own crowd. Niko na swali yenye nataka kuwauliza sasa nyinyi sasa ndo mnijibu. So when we talk about story ya pulling a crowd and all those things, sawa? Tuko in a world yenye inaenda ki-evolve. Daily. Mwenye ni mnoma leo si mnoma kesho. So wale vijana wenye sasa wanajijenga, wenye bado hawajakuwa wanoma, bado watakuwa wanoma. Wataingiaje kwa hii industry? Hao ma-host wenye pia wanajaribu kuanza watakuwaje wanoma kwa hii industry? Unarada? Unajua mwenye busy anataka tu ganji. That's ganji ndo inabonga. Hata mimi nikienda kucheza kama DJ, mimi nataka ganji tu. Nataka ganji kupeleka hapo. But tunaona sasa kila mtu akifanya kazi yake, then mimi I will transition. Nitashikilia mtu mkono mwenyewe. Huyu kijana ana talent, nitamshikilia nimbebe. Host atashikilia mtu mwingine pia muinue. Marketer ata introduce mtu mwingine to marketing. Na hii story yote itakuwa ni exactly. The thing is wote washikane. Whatever works, whatever brings money. And another thing that people need to know. Hii keki ni kubwa sana. Tunaweza kula si wote. Kabisa. Shida inaingia juu, kuna watu wanataka kula hii keki, majority ama yote. Unangam. Na pia yote anakata hata maliza. Hata haiziisha. Ma DJ wanoma hii Kenya hawezi isha. Hii Machakos hawezi. Ma DJ ni MC wanaendelea kukuja wengi. Watu ni wango. So kila mtu akifanya kazi yake, then perfect on your hand too. Kila mtu tu afanye tukipatana on stage tuna pull the big crowd. Now let's come to the crafted chiki. Hata mimi nataka kulan kurusha hizo madisk hivi naonanga tu na jigi. Wewe labda ucheze wasichana. Unaona hapo kwa kurusha. Wewe tucheze wasichana. Wewe acha bana. Nimejua nataka kuzirusha juu amezita desk. But zinaitwa decks. Ati desk. Zinaitwa desk. Wow. Usikuje na side paper hapa. Zinaitwa decks. Crafted is something that has been ilikuwa in my heart for a long time. Now after nimekuwa DJ, nimefuata kuna beat wale nimeruka. Now after niliingia Mboka nikiwa na Cryptic, nilifika place Cryptic akaniameniaje, nataka tuingie kitu full force. Tuifuate, mimi naingia Nairobi. To focus on coast imekataa. Nikamwambia bro, mimi siwezi acha mali kuna ganji. Niende mali ati tuingie Nairobi blindly. X30. Akaniambia na I understand you my G, adios. Ya kazied. Hiyo ni December. Bro, February pia mimi wira yangu ikakatika. So pia mimi nimerudi Nairobi. So nilirudi Machakos. Nilirudi sana Nairobi sasa. Nikarudi Machakos but sasa niko Nairobi. Machakos narudi kwa nani kwanza? Kwa babangu. Mkoro wangu si mkoro wako. But in as much as that I was welcomed at home, nilikuwa na ile nimejua kujitegemea kutoka nitoke kampo. So na ile feeling umejizoea. Kwanza ukirudi mambo yako nikaa inaharibika. Inakuanga noma. But siku moja mzee wangu alikachina kanikola kananiambia my son, unajua uko na stress. Akaniambia you just know you always have a place at my home. Nikakaa chini na hiyo time nilikuwa na strain. By then nilikuwa na strain. Nikaona tu the best thing I can do. Niende home tu, nikae nifikirie nini. Nikakuja home. You reconfigure. Nikakuja nika restructure nini. After a while mzee akaniambia so what do you want to do? Umemanze dad mimi nataka kuwa DJ. Nilikuwa naongea hivyo niko huko. Juu unaweza pigwa bare, inaweza unataka kuwa DJ. Mimi ni mwalimu. Kwanza kwa nyumba ya walimu. Tell me a parent au sasa the now parents wanaweza agree but parents au sasa
ni parent mgani unaweza mwambia hiyo kitu na take it with just one pure heart? Kwanza music industry ilikuwa joke to them. That was a hell joke to them. Sasa wao pia wame glorify a lot of kazi work hard. Hizo ma 8 to 5 jobs. White collar jobs. Nikamwambia mzee nataka kuwa DJ. Nilikuwa nimekaa pande nyingine yenye ikianza kukua wao. At least kuna damage itakuwa kidogo. Damage inaweza potea. But akaniambia na akaniambia Monday, I think it was on a Friday. Akaniambia Monday ikifika I want you to enroll best school, unafaa kushaniambia nikulipie fee. So for a long time mimi nilikuwa big fan of Nick D manze. DJ Kim Nick D manze top. Yeye na brother yake wananiinspire sana. Kwanza shout out to the back manze, ni the back seats. Jamaa God damn 4M. Mood yangu. So unaambianga if you want to be the best you have to learn. Hata nini yana kwanga we don't just make DJs, we make entertainers. We make entertainers. So Monday mimi nilifika nilikuwa nisha dunda pale Nick D. Nini nikaambia mzai ndio fee. Nikaambia nalipa wapi mzai pop. Kalipa na kaachilia mambo yako. Akaniambia kijana wewe ndio ulichagua. Kabisa. Shika mkondo sasa. Sasa ndio ufanye. Hiyo ndio kitu nataka. Tuonyesha what you can. Hivyo ndo nikaingia Nick D. So while at Nick D sasa your time trainer wangu alikuwa one DJ Steno. Big shout out to DJ Steno. Amekuwa my mentor. So Steno aliniguide sana. The first time niliingia TV pale Kiss TV mimi niliingia pale shule na mentality ya if you stay humble enough you learn a lot. So mimi sikuingia pale kama mtu najua kitu. Niliingia kama hao mastudio wenyewe ni mara ya kwanza. Tunangoja kulana. Na nikakaa 3 weeks 4 weeks. Nikalan. But nika-realize sina difference yote na hao wasi. I need to be the difference. I need to be a bit. I need to be something more. I need to be the difference. Yeah, you know it just comes with that sauce, the high scene. Exactly. Unafaa we get. Hiyo tu yeye kusema kuna ule jamaa lazima nikuwe different. Sitaki kukua kama so siku moja nikiingia set yangu ya kuprep hapo nikapiga scratch zangu 2-3 Steno alikuwa ametoka akakuja akachungulia one student mgani huyo nani huyo from there sasa hapo nikaanza kurecord 2 sessions kwa naitwa Nick D sessions mabeshte wangu kwa hizo mix na nilikuwa nawatumia Nick D sessions and from there Steno akakuwa like ukijana ni mnoma na akanitakana akaniambia wewe si beginner you have a spa you have akaambia wapi jo nini but sikuwa nataka kumwambia ningekuja hapo na kiburi mimi najua hizi vitu unajua kuna vitu mingi singelani a few weeks later siku moja akanikoa so ulilan a lot ama ulifanya kuongezea tena nililearn a lot I really learned a lot from that hiyo kujifanya fala hiyo kukaa ile design ya wacha ni learn I'm just a beginner nililearn a lot not even specifically ati kwa ku DJ kwa wao mabeshte wenye nilikuwa na wao wenye wao wajui kitu unajua tunabonga na wao mtu anasema hii kitu ni ngumu ama hii kitu ukifanya hivi unaweza hack unarada kuna vitu mingi sana nililearn from that interaction but ilifika place yenye lazima ninge make sure nimestamp sasa wewe ni nani sasa just another student na just another student unapitanga tu class napita tu uta graduate utaenda upewe certificate yako umenikumbusha funny enough mimi si ati nilikuanga number 1 in my form 4 year but I was the one who was chosen to go back because I had some other outstanding things unaelewa so I can see your point of associating hapo so nayo crafted sasa ilikujaje so now nikamaliza Nick D after nilimaliza Nick D nilikuwa nisha create your bond na Steno Steno kwanza alinipeleka my first ever platform nicheza Kiss TV hiyo time Kim Nick D alikuwa na show ilikuwa inaitwa Afterburn so Steno akaniweka huko kama guest nikacheza huko nikaenda Homeboys Radio yani Steno alini put in places kwa sababu saa Nick D alikuongezwa place so now after that sasa umemaliza sasa ni question ni what next so niko Nairobi Cryptic ako Nairobi si tunazoza but mimi nilikuwa naona like sasa Cryptic unajua mimi nilichelewa kidogo Cryptic naye alikuwa amesukuma yeye alikuwa shajua market yako ndani so the thing mimi nikaona I just want to start something on my own unaelewa yenye tu ita nini
initially nilikuwa ni crafted ingekuwa Nairobi because mimi nakwanga ule msee nimebelieve that if you want to grow manze move out of your hometown. Wewe toka hometown yako manze enda ujijenge. Huku hivi watu watakuangalia ati huyu nilimwona enda utafute greenhouse huko kwingine. But you see nilihepa hiyo kitu for so long. Manzena nikaa God alikuwa ananiambia hapa mwali unataka kuhepa. Hapa ndipo nini? Hapa ndo unataka. Ni hapa tu. Hapa ndipo nyota iko. So after that now I needed to do something. Nairobi nao kupata hizo mashughuli si rahisi. So nikajiambia how about I just come back to Machakos and I start something. Nikakuja, ka-identify, nikapata place. Kakuwa like I'm now going na ulipata na ngade na ujamaa mzito kabisa hapa. Ndo tunaelekea sasa. So sasa nikakuja nika-establish place nataka kuweka hiyo nini. And then at that time mimi nimekuja huku na Cryptic. Kuna kazabe fulani kako hapa tu hivi tunaendanga kuchill na Memorial. Sasa hapo nikapatana na nani na Sheki. Sheki hiyo time yeye anacheza wapi? Moments. Akaniambia niaje nini naweza taka kupea shughuli wapi? Kule Moments. Hiyo time nimepatana na yeye. Nikamwambia hizi no worries. Hivyo tukaenda tukijuana. So hiyo time before nianze Crafted pia nimeanza kupiga shughuli pale Moments. But bado na try kubuild Crafted. So nika collab na yeye in you know advertising and doing things 1-2 hapa na pale. Yeah, big shout out to him. Anafanya vitu zake pia. Big so shout now out to sasa yeah. So Crafted was my baby basically. Yenye nilitaka for a long time. Na nilianza from scratch jo manze. Niliingia place hivi ya kukua na kitu siku moja, nikaenda hivi nikanunua mbao nini nikanunua mashini ya kwanza, nikanunua ya pili, nikanunua laptop. Yani I'm so proud of Crafted. And now I can tell you mwalimu ile cha ukweli. Hapa macho unaweza toka hapa nje ulize mse unajua DJ Teddy akwambia hizi. But ukimuuliza unajua Crafted anatambua Crafted. Unacheki. Funny enough Crafted hiyo nao ni ukweli. Mimi nimejua Crafted time mlikuwa mna hold Crafted Fridays. Huko momento. Na Sheki. Hiyo time ya Moments. Hapo ndipo nilitulia Crafted. Nikajua mnatoanga kumbe hadi mix zenu peke yenu. So hiyo time nilikuwa na try na kuangana vision fulani yenye bado sijai actualize kabisa. But na kuangana vision yana na feeling hii in Machakos we have talent that we need to grow. Uwe ni bambi that tuko na concerts huku tunatoa wasanii Nairobi nini stage inatoka Nairobi kila kitu inatoka Nairobi. Unangam but na feeling tuko na hiyo space yenye tunaweza grow. I've talked with this hata na Ndama alikuwa hapa tu sasa ametoka. Big shout out to Ndama. Uni msee mwenye anaona pia hiyo vision pia. Unaget. We need to sit down and start doing things as Machakos family. But anyway, ndo to save time. So Georges nilikuja kupata naye kuna shughuli fulani tukuja kupata yenye kuna mastude fulani walikuwa wanahitaji ku learn this cause it's new to them, they need to know. And at that time I worked with Georges. But sasa mi story yangu na Georges ina go way back. Nilimjua kitambo yeye akiwa superstar, mimi ni kwa jamaa wa ashaikuwa superstar. Ni superstar mbaya. Superstar mbaya sana. So tulijuana naye kitambo sana. Na pia my mama alikuwa anamtambua sana kama superstar. Cause kuna vitu my mama alikuwa anafanya back then, alikuwa anahitaji like msanii juu my mama was a teacher. So anahitaji entertainer. So Georges alikuwa anapiga hizo shughuli mbad. Watu wa kitambo wanampenda, sijui kwa nini. Watu wa kitambo. But alikuwa anazipiga sana. So my mom used to talk to me akiniambia kuna huyu jamaa anaitwa Georges. So yeye ajui si tunajuana. So mimi niko ile design ya yeye. But now way later nikakuja kupatana na Georges. We worked together, collaborated with, we had a few students here, we had like around 19 students wenye tuliwa take through the course. 2019 ni wengi bana. Ni wengi. Ukikalisha hii room ukalisha msee 20, unajua kwa class wanaweza jaa. Project nyingine noma sana tu. Shout out to Crafted Sessions pale pia YouTube. So like about easy sessions pale hivyo unazi plans kuange after nini the in betweens ni how long unakuanga na duration ama you just like hii tunafaa to kill this one tunatokea. So uzuri wa kubarikiwa ni unafikanga mahali hizi vitu zinaanza kukusumbua akili. Ama si kuflow. Mimi sisumbui akili. Juu sasa niko na manager na videographer. So shout out to Karanja na Alfani. So Karanja ndo plan kila kitu. Karanja.
Karanja akiniambia wewe tunashoot January tutashoot January. So yeye ndo kwa strategics of which pia inanipunguzia stress mingi mimi na handle music na handle the logistics and all mambo hapo Alfani anafanya mambo yake pale top. So it's not hakuna mambo ya duration but at least tumetry kukua na hiyo consistency. I think pia nyinyi mnaona consistency iko fit. Ukilose consistency pia umepoteza kila kitu mbaya sana. Itisha naje unataka kuitisha? Siitishi lakini I wanted to ni collab nini? I wanted to say like sahi kuna something ina kama Machako sazini kuna kitu wasi tunaweza tokea haiko ka unajua vile time kulikuwa na gap hatukuwa na kitu tunaweza tokea as creatives wasi walikuwa wanakaa tu then wasi ndo watu support we needed us tuanze kujisupport sisi wenyewe ndo saadi wasi waanze like kutu support so it's a good win. I love it. What you're saying I feel like mimi today if best yangu ananicall na nimse ana try to grow me I'll be there to support them. Hiyo ndio kitu nasema mimi ningekuwa na mse angenishikilia mkono back then by the way ningekuwa so far ungekuwa far mimi sasa bado sijafika mali nataka kufika ndo mtashanga nikipata pesa mtajua mimi nakwanga mjaka but unaona as in creatives tukijengana about that kuna msichana ni msichana okay like ushaipatana tu like mko mahali then tulikuwa tuna enjoy mix yako tu fulani ilikuwa live then akasema na ule kijana anakuanga na kiburi tulikuwa na huyu akasema mimi I think sasa kukuwa na kiburi like wewe unachoona ngazi. I think hiyo ni kitu yenye many people say that about me. And it's okay. By the way, mtu anijue atajua ile kazi na kiburi. Mimi nasema iko tu sawa. Hata mimi before nikujue nilikuwa na kiburi mbaya sana. Unacheki the thing is one venye mimi nakaa naturally ukinipata nimetulia mahali I'm not approachable. Si mimi ule mzee ati unakuja tu na ama nini. But kama kuna kitu yenye wasi wame interact na mimi hawezi sema niko. By the way after mseme interact na wewe anapata different perspective like exactly different. Sina kiburi yote but iko tu sawa. Approach na personality tu. It is better to be fair than to be loved. Exactly. If you cannot have both be feared. At the end of all uzuri hata akisema hivyo ana respect anakubali huyu jamaa anapiga kazi hiyo ndio important kabisa tena uwezi kuwa mnoma pia unaenda unachekesha kila mtu hapa so one thing I have to ask is what have you sacrificed to get where you are? That's a deep one. What have I sacrificed? I feel I may sacrifice a lot. For starters I feel like me being the firstborn mimi ni firstborn kwetu I feel kama mapero wangu pale wakimikakati yao wakisema Teddy walikuwa wanaona Teddy atakuwa msi ataingia corporate ataingia zoze so in as much as I don't know that maybe hawajaniambia maybe najua wanakuangalia design ya we had high hopes na wewe you know you can see the it in their eyes but they can't say it but at least sasa wako proud wanaona kazi iko and I'll say yani starting anything on your own is not easy. People do not understand hizi papers zenye ziko ni university papers ziko papers ziko lakini kila pahali starting something on your own is not easy so sacrifice ni everything juu hapa ndo lakini niko na dream nyingine moja ya kukuwa pilot hiyo nitawaambia next time lazima we will love you on the next one uzuri unaweza kuwa pilot hadi kwa aviator it's just a choice hiyo ni yako si yangu Vivi anything you need to add? I've nothing to add tunaweza kitu imenisumbua hii wiki ninaweza taka kujua mtu mwenye alitoa dildo. That's one of the things inakaa ikiniuma hivi. Unasumbuliwa na the wrong things my brother. Sasa hii ng'ombe imefikiria nini? Najua ni kitu mja ifikiria lakini mtu mwenye ali-invent dildo. You did a bad thing. Haifai zinakupiga competition. Haifai. Sijasema zinanipiga lakini nimesema haifai. Well, I didn't expect that anyways. Teddy, your last words. To any upcoming and any artist out there
wanajaribu kufanya kitu manze, don't give up manze, it gets better with time, it gets better with time. Na zidi kusukuma, unaweza confuse ku get better na kukuwa stupid by the way. Top. Yeah, lakini inaweza get worse pia. Si lazima i get better. Bas. Bora tu unajituma, consistency, unafanya ile kitu. Lucky yako. Big shout out to everyone who has supported me all through. Shout out to mzito wetu pale hivyo DJ Georges manze, tunakungam, tunakutambua. Ako hapo nyuma stage ni venye mwezi bwana. Heavy on your point. Wow. Tumalizie kitu. Tumalize tu. Anyways, it has been me, your Game Cultures, alongside Shiznit ama the amazing DJ Teddy, alongside Wazimu pale, PV Traders, PV Comedy. Till next time, stay wild, stay walk, top shotter. Top.